Akaniambia unajua hata ukienda uambie kwanza hiyo kitu inaniumanga mpaka wa leo. Hatuende hata kwa bishop. Yes, ama kwa archdeacon. Hata waambie mambo yangu. Watajua wewe ndio mbaya. Hawatakuamini. Na even if this marriage ends today, my bishop will advise me accordingly how to remarry again. Those are the ones alitumia. Okay. Alitoka kwa nyumba na akaenda. Na vitu zake zikatumanwa na archdeacon. Zikunje zibebo ziende na watu wao wakatumwa au unaona wale tulikuwa tumeenda nao wakati wa negotiation ndio walitumika na archdeacon wakunjie vitu zake kwa nyumba yenye tulihamia waende aende aseto kivyake na archdeacon on top akaenda na akaenda akabariki hiyo nyumba. So walikuwa pamoja. These people know each other. Nakumbuka siku moja nimeshairushwa nje ya gari yake. Na tumeulizana nini? Tumeenda tu na muuliza mambo ya nyumba. Nimeji tulifanya harusi kama Simon mimi niko kwa nyumba yangu yako kwa yake. Hataki kukomboa nyumba. We live together. Kuna time nimekuwa na period. Sasa hiyo niko na period, anataka kunitumia nikiwa na period. Na tia kunitumia njoo. So unaona sasa anatoanisha kama mwandawazimu mapanza akirusha na huko. Atakutumia with those crumbs, atakutumia tu. What? Yes, atakutumia. Mchungaji? Yes. Yeye amekuwa akiniuliza. Na kama unapenda mtu, kuna kitu mtu anaweza kuambia ufanye ukose kufanya kama unapenda mtu. Namwambia hapana. Huwezi kosa kufanya. Kwa hivyo ukipenda mtu hakuna kitu uweze fanya. Kwambia ndio. Hata umeuliza vizuri sana. This man when you are being a reverend, kuna mpaka certificates za form 4 zenye wanaangalianga mtu akisoma. You know this man forged the papers. Hapo ndio tulianzana. Sasa mimi nikamwambia hapana hakuna kitu siwezi fanya. Kwa hivyo aliniambia, do you know doing this thing how it is good? I can disclose ile kitu anataka. Nini? Si nyuma. It is good. Aje busema. It is good. And do you know how it is good? Kunini ku have sex na nyuma? Yeah, it is very good. Alijulia wapi? Mimi sijui. Okay. Unaona kuna yule yenye huyu ni mshirika. Unaona? Na they are there because they washirika. Juu kama saizi ni mshirika mgani mtu akinjua vizuri sana kanisa inafanyia mshirika kitu kama hiyo will trust the church. Juu kama saizi nimekuja kuelewa church is the only place where there is no justice. Hata tulikuwa tunasema kotini but a better court kuliko hata kanisa. Hello guys, how are you doing? I'm doing good. Kwa majina naitwa Simon K. Leo mnikubalisha niongee kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu show nitakayofanya siku ya leo, guest wangu leo sidhani ako fluent na Kikuyu, ataongea Kiswahili. So karibuni sana siku ya leo. Na thank you so much wenye wamekubali kusubscribe kwa hii platform. May God bless you so much. Na by the way kama hujasubscribe na kuambianga the only way to support me, to support Simon K ni kusubscribe tu kwa hii platform. So kindly na kuomba tu usikubali tu kuona show yote ishe kama hujasubscribe. Just subscribe na nitashukuru sana kwa hayo yote. So the other thing yenye naweza taka kuambia is about the zile plots nimekuwa nikiwauzia courtesy of Tayari Lands and Housing. Niko na plots zenye ziko Kitui County on your way to Mwingi mahali tunaita Kithioko. Plots zenye nakuuzia 99,000 Kenya shillings. Nimebaki na plot mbili peke yake. Cash ni 99,000 Kenya shillings na kama unaweza taka kubuy na installment itakuja 120,000 Kenya shillings. Unaweka deposit ya 50,000, balance unalipa na 6 months. Na niko na zingine tu before ufike Kithioko kuna mahali tunaitaga Kavenge. Just 10 minutes from Matu town. 10 minutes from Matu town. Bado hapa ni pazuri sana, ni mahali unaweza jenga na ninaona watu wenye tulikuwa tumeuzia wale wa kwanza kwa sababu tumeuza shamba zingine kama 3. Kuna watu washaanza kudevelop na wamejenga. Hizo nazo tunakuzia 160,000 Kenya shilling na ni plot za 50 by 100. Ukitaka kulipa na installment bado unaweza lipa. Deposit ni 50,000, balance unalipa na 6 months. So mko karibu sana. For more information unaweza piga hii namba 0715 99 99 09 0715 999909. Na bado niko na plot za Isinya bado za Tayari Lands and Housing. Nitakuwekea ad in the middle of this interview ama huko mwisho utaiona. Hizo nakuzia 450,000 Kenya shilling. Isinya iko Kajiado, just 55 minutes drive from
Nairobi CBD. For more information unaweza piga hiyo namba ukitaka kutembea ofisi na kuanga Thika. Ukiingia Thika kuna stage inaitwa Katitu. Ukiwa tu hapo ukipiga hiyo namba, hapo opposite kuna building inaitwa Mco Plaza building. Uende huko third floor room 302. Another thing yenye naweza taka kuambia ni kwamba ile kitu nimekuwa nikitangaza huko ama nikiwaambia wazazi, kama uko hapa wewe ni mzazi, uko na kijana, uko na msichana, ama hata kama wewe ni mzazi unaweza taka kujua anything to do with film, video shooting, video editing, yani hizo ni videography, photography. Uko na mtoto wako anaweza taka kufanya computer packages, anaweza taka kufanya graphics design, anaweza taka kufanya digital marketing, animations, anaweza taka kufanya fine art, tuko hapa juu yake. Tunawafundisha about video shooting, video editing, hizo vitu zote tuko nazo hapa. Na nilikwambia advantage ya kusoma na sisi ni ati sisi tunafanyanga vitu practical. Right now kitu yenye nafanya hapa saa hizi, watu wenye wana operate hizi cameras, watu wenye wana shoot ni students wa hapa. Sijui kama una get hiyo, ni student wanafanya hii kazi. So ni after kusoma unakuja unafanya practicals. Na kama unataka kufanya certificate, unataka kufanya diploma, hizo vitu zote ziko hapa. So kitu yenye utafanya tu utatupigia simu na hii namba 0724 33 3313 0724 33 ukitaka kujua skills za kuoperate camera, kuoperate drone, kuoperate gimbals, kufanya setup za movie, unaona, any production, just call us kupitia kwa hiyo namba, tutaongea na wewe, tutakupatia directions za studio yetu ama shule yetu, ukuje hapa tusome pamoja, tukupatie knowledge yote yenye tuko nayo, na ukitoka hapa utakuwa umeiva, yani umeivika. So mko karibu sana. Leo niko na story naweza taka tusikize kutoka kwa guest wangu, na it's a very sad story. Ile challenge alipitia kwa marriage yake, ameniambia haiku last even for 1 month, ikaisha juu ya, na alikuwa ameolewa na mtu wa church, reverend. So mkae tu hapo tuisikize na tujue venye tunaweza msaidia. So unaweza taka kusema zile vitu wataenda kuongea kwa hii story, they are not my views at all. Si views za hii platform, ni views zake yeye mwenyewe. So mko karibu sana, mkae hapo tumsikize. Asante. Okay, kwa majina naitwa Agnes Roboro Jiru. Okay, natoka Embu. Umetoka Embu? Yeah. Sababu kubwa ya kukunja hapa, I want to share my story. Ya mambo nilipitia in my marriage. In your marriage? Yenye ilitake only 1 month. Marriage yako? Yeah. Okay, only 1 month. Only 1 month. Yenye ilitake long to heal. Okay. I was so traumatized, depressed. Na saa hiyo that time yenye nilikuwa napitia yoyote, I tried to reach the church. Okay. The bishop. Cause mlikuwa watu wa church? Yeah, ilikuwa ya church. Ilikuwa kanisa, ilikuwa nini ya church, harusi ya church. Na nilijaribu ku reach, ndio alikuwa mchungaji. Oh. Yeah. Huyu mwenye alikuwa amekuwa? Yeah, he was a reverend. Okay, karibia mic kidogo. Yeah. Bas, alafu sasa uongezeka sauti, si ndio? Oh, alikuwa reverend. Yeah. Alikuwa reverend. Na kwa hivyo sasa wale watu ningeweza ku reach the bishop na wakubwa wake, lakini wote walikuwa na mprotect in such a way wangetaka kunisikiza. Oh. Yeah, lakini there is a junior ni bishop wawili mdogo alikuwa anataka kunisikisha sana. Kusikiza? Alikuwa anataka kunisikiza, lakini alikuwa tu ananyamazishwa. Oh. Do you wanted to know ni nini nilifanya hii harusi ili take that few days ama that juu hata siyesema ni 1 month. Okay. Sababu ilikuwa ya ile mimi niko from Mushago, juu after harusi si kwenda honeymoon. Nilienda direct tu nyumbani. Okay. Mushago kwao. Kwa hivyo nilikuwa naenda juu nilikuwa na kazi, nilikuwa nakuja kufanya hesabu. Nilikuwa natoka na travel from that place to Nairobi, nafanya hesabu, narudi for 3 days or 4 days, then narudi tena. Unaona sasa hata the period ya harusi haikukuwa hata even 1 month. Kwa hivyo the bishop, the assistants alitaka kunjua sana, lakini the more anang'ang'ana kunjua, the more akienda kwenye ananyamazishwa, ananyamaza. Kwa hivyo kulikuwa na watu wenye walikuwa na protect huyu na walikuwa na protect the story. Na ni watu wa church. Yeah. Lakini the issue yenye ilikuwa inafanyika, yeye alikuwa tena anaongea side yake. Lakini akiongea side yake wanambrief, yeye anaongea ukweli. Kwa hivyo ange ni brief, mimi naongeza ongea ukweli. So wewe ukusikizwa. Kwa hivyo mimi hakuwa na time ya kunisikiza.
That's why you want to talk. That's why I want to talk. Na at least I feel relieved. Because for the last 1 year, I've been keeping quiet, healing, because I was so traumatized. I was in a depression. Kwa hivyo nilikuwa naenda guiding and counseling, all those things. You see, hiyo kitu haikunishika, yani kunikunjia rahisi. Nilispend pesa yangu, emotionally nini, unaona. Na sasa nilikuwa na spend kwa mtu mwenye, he was not ready for this marriage. Because mimi hata out of the mambo zenye nilipitia kwa that marriage, I was ready to salvage the marriage and to make it work. Wow. So kitu yenye tutadu before sasa tufike hapo, at least watu wamejua the reason why you've come here. Naweza taka at least ujue your background kidogo, mahali umetoka, venye umegrow until venye mlifika hapo, ndio sasa team mmedate na mmesema mtaoana. Okay. Yeah. Okay, mimi ni mzaliwa wa Embu. Nilisomea St. Mary's Girls, nikamaliza form 4. Kutoka form 4 mimi nikakunja Nairobi. Nikaingia college and in my IT. Nikatoka hapo, nikaona that was not enough. Nikaingia kwa masomo zingine ndogo. Na nikajipata I became a nursing assistant. Okay. Kwa hivyo mimi nurse assistant. Oh, nurse assistant. Yeah. Okay. Kwa hivyo mimi nimekuwa all through nikifanya nini zangu, yani nikifanya kazi zangu za biashara. Sikuwa nimeingililia to my career sana. Nilikuwa mimi nafanya sana biashara. Nimefanya biashara hata ya kwenda Uganda. Okay. Niliandikwa kidogo sana Wilson Airport. Okay. For 3 years. Then nikatoka nikaanza biashara zangu. Nini huko? I was a receptionist. Okay. In a company called Rundufu. Nikafanya kidogo for 3 years. Then nikatoka nikaanza biashara zangu za kwenda Uganda. Na sasa Uganda ni biashara gani ulikuwa unafanya? Nilikuwa nafanya kuuza vibeti, vitenge na wanguo. Okay. Kwa hivyo nimekuwa nikifanya all through. Nikaanza sasa kuifanya, si duka nimefungua, nikaanza kuifanya mpaka online. Okay. Kwa hivyo this man alinipata mimi tu nikifanya biashara zangu. Okay. So ulikuwa stable, ulikuwa sawa? Yeah, me I was good. Nilikuwa very stable. I was paying all my bills. Na sasa nilikuwa na mtoto mmoja who is 7 years now. Okay. Although Bereni alinipata kama Bereni, nilikuwa nimpea story yangu vile kutoka kitambo. Mimi wakati nilikuja Nairobi vile nilianza, I was in a relationship na ikaisha nini. Hiyo story yote nataka tu unipe tu kwa story kadogo venye ulimuelezea, ndio sasa hadi hapa mtafika, ndio sasa mwanze move in. Okay. Mimi when I was only 23 years, okay, and got married. Oh, okay. But I was married from another tribe. That was, the man came from Ruyaland. Okay. Na ilikuwa marriage nzuri, haikuwa na issues zote. Issues zilikuwa wazazi. Juu wazazi hawakunitaka juu nilikuwa ninatoka from another tribe. Wazazi wa huko. Kwa hivyo baba yake alingangana mpaka akaforce kijana awe bibi mwingine wa tribe yao. Okay. Ndio alikuwa anasema hataki Mkikuyu kwake. Na alikuwa naipoti vibaya sana, Kikuyu we are not good, si tunanyang'anyananga mali, sisi ni wezi, you know those cultures Sasa yeye alijipata siku moja mwanamke ameolewa na ameletwa kwa mboma. Ile nyumba nilikuwa nimejenga huko, tumeletwa mwanamke mwingine. Kwa hivyo I had nothing to do after 4 years only to quit. Okay. Kwa hivyo I quitted the marriage na nikamwacha na akaendelea na yule mwanamke mwenye alikuwa ameoa. Hata kama after for kitu 3 years 4 years tena waliachana. Kwa hivyo wakati tulipatana na mchungaji nilimueleza all that story. Nilimueleza kila kitu. On top of it, wakati tulienda introduction kwetu, alielezewa na mama yangu. Yeye mlipatana wapi? Okay, mchungaji tulipatana Facebook. Oh, Facebook Tulipatana Facebook na mchungaji. Na mimi wakati nilipatana naye for the first time, mimi nifikiria ulienda tu ukamuona Facebook, ukamuinbox ama? No. Mimi by then nakuanga na followers wengi sana wa Facebook.
Kwa hivyo mimi na ma friends wengi. Sasa kwa hivyo sikujua mimi kama amekuwa rafiki yangu ama anja kwa mimi tu niona mtu ameingia kwa inbox yangu. Akaanza kunichat, akaniambia hi. Kwanza nianza na kumniambia hi Manda Magnus. Huyu amenisalimia official hivyo. Kaambia hi tu. Then alienda immediately aliingia ndani kunielezea. I'm so and so. I'm a reverend from this church. Niko na watoto watatu, ama window. Bibi yangu alikufa this year. Sasa unaona ameanza na kujieleza kabisa. Kwa hivyo ile maswali mengine ya kujibu ya kuuliza mimi nikamwambia tu I'm Agnes, I'm a single mother of one nini you know. Mimi sasa nikamwelezea hivyo na tata akaniambia okay, can I have your number for easy communication? Nikamwambia no, give me your number, I'll call you at my free time. Then dia akaniachia number. Okay. Then niachia number inbox. Mimi nikamaliza kitu kama siku 2-3, then I called back. Then vile nilimpigia akaniambia okay, vile nilikuelezea akanielezea tena. Okay, na mimi nikamwambia lakini sasa unaona mambo ya Facebook iko na mambo mingi sana. Kwa hivyo si niliopt vile aliniambia ni wa kanisa gani. I have my uncle who is a leader in my church yenye I worship. Nikamwambia kuna mchungaji fulani ameni inbox ameniambia yeye ni mchungaji lakini sasa kuna kitu nakuuliza kwa church fulani unaweza kuwa unajua mchungaji yote ndio umuulize kuhusu huyu mtu. Nikampea jina na namba. Then akaniambia acha nikuchunguzie nitakwambia. Then after kitu 2 days akanipigia akaniambia niliuliza na ni ukweli status zake ziko Okay. Ziko hivyo. Status zake zilikuwa aje venye ulisikia? Status zake zilikuwa tu he is a single he is a widower. Bibi alikufa nini. So that was the status Okay. Na kwa hivyo I was convinced because ameniambia kitu ya ukweli. Kwa hivyo akanipea date. I can remember it was on Friday. Akanipea date ya the following Monday. Kaniambia let us meet on Monday. Ndio we have a coffee na tuongee. Vile tutaendelea. Nikamwambia it is okay. But on that Monday nikasikia no, I'm not okay. Then nikamwambia mimi sitaweza kukunja, nimeshindwa kukunja juu nimekuwa busy. Akaniambia it is okay. Tutaona siku nyingine. Lakini sasa ni huyo mtu alikuwa sikujua ni mtu wa hasira hivyo, juu alikuja akaniblock. Aya. Lakini mimi sikushindania anyway. Unamwambia hutamake? Juu nimemwambia sitamake. That was a red flag. Yeah, that was by the way it was a red flag by the way. Na hata mimi mwenyewe had a problem because red flag after niliona ya kwanza niliignore. Kwa hivyo mimi sikushindania na yeye hata after niliona ameniblock. Kwa hivyo mimi nikaendelea another week. Then nikajiuliza nikiwa nimekaa tu nilikuwa off. Nikasema hebu niangalie huyu mchungaji kwa nilimfanyia nini. Kwenda kumpigia simu iko blocked. Line busy. Nikashindwa kwani kuna mahali kitu nifanya ama nikashindwa kwani huyu mtu akukua mchungaji alikuwa ndanganya juu nishindwa hizi ni tabia za mchungaji kweli. Hizo si tabia za mchungaji. Nikaona hapana. Mimi kwanza by the way nilichukua namba ya mtu mwingine, imagine devil is a liar. Nikachukua simu ya mtu mwingine nikapiga. Vile nilipiga ikaingia. Nikamuuliza na kupigia na line yangu na ingi. Kwani simu imagine alianza kundanganya that first day na sikuweza. Aliniambia hapana. Sijui kwa nini aingia lakini sijamblock. Lakini unaona hiyo kitu ni uongo, ndio nampigia na ni mtu mzima anakupigia line busy, lakini nikipiga na mwingine inaingia na ninaambana. Hapana tena simu yangu kama sija kusave inaingianga nini line busy. Na before ilikuwa inaingia. Nikashindwa unja ni save inaingia line busy. Huyu hata umjui line yangu nimekupigia imeingia na ni line busy. Ni kweli. I was like, anyway, I assumed. Nikasema, tukaongea naye akaniambia, okay then, utapatikana ile Monday nyingine. Unajua that the church wanakuanga sana offices zinakuanga on Mondays. Ndio wanakuanga waendange kwa ofisi. Okay. Kwa hivyo nikamwambia it is okay, I'll come. That Monday by the way nilienda. Na tukaonana, we had a good time na Saimo the problem. By the way mimi nasema hizi vitu zote nilipata ni mashinde ya kujiletea tu. Okay. Ndio the first day yenye tulipatana ndio tulipanga siku ya harusi. The first day yenye mmepatana tu hivi. Yes, ndio tulianzana na siku ya tutaenda kwetu introduction. Ebu wait. Mmepatana coffee.
tumepatana coffee. The first day. Yeah, coffee tushapatana na mmekunywa coffee. Tumepata coffee. Sasa mmeanza kupanga harusi. Sasa ameniambia, "Oh, you are the girl I was looking for." You know, that nini sasa tumeongea sasa hata kaingia kwa phone book. Akaenda kwa nini kwa kalenda, akaanza kuangalia siku fulani tuende kwenu, siku fulani tuende kwetu, siku fulani tuende negotiation. Nataka mimi want to settle by the end of the year. Na tulikuwa tumepatana mwezi wa 5. Usisahau mwezi wa 5 ndio tulikuwa tumepatana. Sasa amepata by the end of the year, anataka kuwa yeye amefanya hizo vitu zote na amempaka amefanya harusi. Lakini sasa unaona ile kitu yenye hata wewe you are waiting, hata ulikuwa unangojea hata wewe to settle. You know, alafu umepata mtu is 50 years we. So unaona at least this man is ready. He is mature enough. Anajua ile kitu anataka na wewe unajua ile kitu unataka. Kwa hivyo sikuona ikiwa red flag kwangu by the way. Niliona Mungu amenikumbuka by the end of the day because nimepata mtu anajua chenye anataka na chenye anafanya. Kwa hivyo mimi tukaanza kuongea, tukapanga siku zote, tukapanga next hiyo Monday nyingine tunaenda kwetu introduction. Haya, mimi by the way I was positive with everything. Nilijua huyu mtu na hata kapanga mpaka siku fulani watoto wakifunga shule I'll come to introduce watoto kwako. Kwa hivyo tulitoka hapo with the calendar yetu imejaa. Tukaongea na mimi tukapanga hiyo Monday nyingine tutaenda kwetu. Na then tukapatana on Friday ndio tupangane on Monday tutaenda kwetu. Friday yenye tulipatana, I can remember nilikuwa na harusi ya rafiki yangu na mimi nilikuwa side ya decoration, kusimamia decoration. Kwa hivyo nilikuja kumuona ndio sasa alafu niende nisimamie decoration that Friday ndio tulikuwa tunafanya mpaka usiku. Ndio sasa on Monday on Saturday ndio nilikuwa nisimamilia harusi bando nikuwe kwa harusi. Kwa hivyo nilikuwa naona namaliza huku then nini. Kwa hivyo tukapatana mali tulikuwa tunapatana. Tukaongea then tukasema tutapatana on Monday sasa ndio tuende kwetu nyumbani. Na akaniambia I will engage 2 of my cousins. Whereas nilikuja kuelewa si cousins walikuwa marafiki wake. Okay. Na si marafiki wake wa karibu nje huyu mtu si yule mtu mwenye anakuwa yule karibu wa marafiki kama vile unaweza niletea marafiki zako wote uniambie this and this if ukinaweza nipigia huyu unaweza nipata you know. Unajua kuna ile urafiki yenye saizi mimi Agnes niko Mtenja unajua nikipigia mtu fulani nitapata Agnes. Sasa kwa hivyo yeye akukua hivyo. Yeye alikuwa tu ile ukishamfanyia ile kitu umemfanyia you are done, you are not amuko marafiki tena. So ni mtu wa kukutumia. Yeye ni yule mtu he is there to use someone. When you umemaliza kutumika you are done. Kwa hivyo mimi nikamwambia ni sawa. Lakini to make the matter worse on Saturday hiyo yenye naamuka na mimi tukaachana on Friday nikaenda. On Saturday nikiamka sasa tukienda harusi ya huyo rafiki yangu nilipata na message asubuhi yake. Yeah. I have seen hatuwezi endelea, it is over between me and you. Haya. Na hakuna kitu. By the way, mimi nilikuwa na shida by the way. Juu unaona hata huyu mtu utoto iko juu yake sana. Juu unaona mliachana mkaambiana good night, hata usiku tuliambiana good night. Nimetoka mpaka decoration na nikampigia nikamwambia tushatoka. Mimi by the way I like being open. Mimi hata make a step utanjua I'm here. Niko. Hata ukikunja utanipata hapo. Nikikwambia naenda kazi, hata ukikuja kazini utanipata hapo. That is me. Na ndio hata mtoto wangu hata msichana wangu anajuanga hivyo. If I want to see mama yetu mahali yako anajua tu hata nikikosa tu apate msichana wangu akaza apate si yuko sichukui simu. Anajua whom to call. At my workplace. Kwa hivyo mimi am that open. Mimi sijuangi kwenda kando. Sasa akanipigia nikamjaribu kumpigia after the message ashiki simu. Akazima simu. After the anakaa off on. Saidi unaimagine sasa nimeenda kwa harusi ya mtu na hata nasimamilia hiyo stress yenye tayari ni mtu mwenye yani huyu ni mtu mwenye amezoea kutroma mwanamke ama kukutocha in such a way atakangi mtu akanga. I think hataki ukae na peace. Na sasa bado uko na hiyo ikiwa red flag.
By the way, me ateni Ama you are blind, love is blind. Me I was bride by the way. Me I was bride by the way. Sikuwa najua. Na alafu unajua kuna ile kitu we expect from a leverage. Okay. Wewe sasa unachukua hii jina. Kwa hivyo mimi ile jina imenikumbaza, sioni anything. Mimi siniko tu hapana. You know devil can use anyone, but you know this man, unajua hata yeye ni mwanadamu, nini you know. Kwa hivyo this man mimi nampigia simu amezima, anafungulia, hivyo. Mimi nikasema let me continue with the wedding. Tukaendelea wedding na ikaisha jioni. When John alifungulia simu, ilikuwa kitu almost 3 hivi. Akachukua simu. Nikamuuliza na nini nilikufanyia? Aliniambia unajua, aliniandikia message kitu saa 11 hapo. Then akazima tena simu. Akaniandikia niliona wewe class yako iko juu sana, sitawezana na wewe, sijui nini. Kwani ulikuwa na class gani ama ulikuwa umemwambia aje? Thank you. Mimi one thing hata ile hoteli yenye alinipeleka mara ya kwanza ni alinipeleka mimi hata sijui. Ya tatu hata presio sijuangi hoteli kama hiyo iko hapo. Haya, the second thing, hakuna kitu nilimwambia nipe. Njoo mimi Saimo even an handkerchief siwezi kuonyesha yenye huyo mzee ameshaninunulia hata siku moja. The way you the way mtu courtship you are being showered with a gift. Sijui anything. Mimi yangu ilikuwa kuletewa watoto nilee, ni provide watoto na hata atunja wana. But mimi enjoying ile kitu mtu anasemanga I'm enjoying the courtship. Courtship unapeleka kwanga wapi? Unatiritiwa anje? You feel sinjawahi enjoy. Kwa hivyo mimi nikamuuliza haya niko class yangu iko juu na nini? Hapa ni vile tu nilikuona. I was like nikamuuliza unaweza ona tu mtu kwa macho hivi useme mtu class yake iko juu ama chini? Akasema nikufikiria mimi unajua mimi na watoto wangu tumezoea maisha ya chini. The one thing sikujua red flag hapo. Mimi nimuuliza tu do you eat? Do you drink? Munafaa? Akaniambia maisha gani ingine? Mimi anyway nika-assume tu. Nika-assume nikajifanya let me acha tu niachane na hii maneno. Then akaniambia no, acha tuachane na hiyo maneno, nilikuwa naona ni kama utakumbali kufiti kwa klasi yangu. Na hiyo kitu tukaanza kuongea vizuri. Unajua Little did I know, alikuwa ameenda kumeet another lady hiyo siku. Sasa hizo vituko zote mpaka kuzima simu lazima angetafuta kakitu. Ndio nakwambia this man is a manipulator. He is a narcissist. You know huyu mtu mwenye anangangana, yani anajangangana kukuweka kwa ile yenye wewe mwenyewe kitambo ujitambue kama ujijue tayari na kuweka kitambo ujigeuze tayari asha kufix. Mi na tumerudi ile kuongea yetu imerudi tena. Si unaona sasa ni kama alienda akamiti na yule akaona. Unajua aje alikuwa kumiti mwanamke mwingine? Niliona text zake sasa. Mimi unaona sasa nilikuja nikamsoma, nikakuja hack account yake ya Facebook na WhatsApp. Wewe ni waiti. Nika-hack. Kwa hivyo messages zake za WhatsApp na Facebook zilikuwa zinakuja kwa hivyo that day alikuwa ameenda kumiti na msichana mwingine. Okay. Mimi lakini sikumwambia anything nimejua na nikanyamaza tu. Haya tukaendelea tu. Lakini sasa namuona ni mtu ana flirt na wasichana Facebook, WhatsApp, Facebook. Yeah. Lakini mimi zile by the end of the day mimi ninatolewa mahari. By the end of the day mimi ndio na wekwa pete, you know. Kwa hivyo nilikuwa blind. Mimi kwa hivyo sasa mimi tukamalizana na hiyo story na akarudi tena kwa mtandao ya Raf. Tukaendelea tu na Raf, lakini shinda zilianza hivyo. Tukaenda kwetu. Wakati tulienda kwetu mara yako vile tumeenda tu kwetu hivi, sijui nini nyingine yenye ilitokelezea tena. Akaanza usifikie tumeenda kwenu ukafikiria ati lazima mali njikue. Uko na roho mzuri. Yani ilikuwa ile mimi hata baka saizi uniulize what was happening with my mind. My mind yangu tu ilikuwa flat. Sikukuwa nafikiria. Sasa unaona anakuambia usifikirie tumeenda kwenu at introduction ukafikiria ati lazima mali njikue. Naweza hata istopisha. Aya. Na sifanye hivyo, what are you eating? Haya. Mimi ile niko ile nanyamaza, najiuliza na huyu ni mchungaji ama amepaga ama ni nini?
Lakini this man, unajua the problem alifanya wakati the wife died, alianza immediately to date. 2 weeks alikuwa na mwanamke. 2 weeks. Alikuwa ameanza kudate mwanamke wa hiyo kanisa. Na sasa hiyo unajua red flag pia. Unajua anajijustify kwangu Anji. Huyu msichana alinishikilia sana while everybody was away. Alikuwa tu yeye alikuwa hapo, alikuwa ananishika, ananihug, ananiambia all is well. Mbona hakumuoa huyo? Unasikia tabaka likipita alikuwa ananiambia, wewe umeshai kufiwa wewe, usikie uchungu ya kukufiwa na mtu amekuja. Hey, I was like, hiyo ni konk. Hiyo ni deep sana. Yani mimi I was zile za anyway, this man. Na sasa unaona wakati alipeleka huyo mwanamke kwao nyumbani, alienda kuambia watu ati ni rafiki ya msichana wake. Msichana wake mwenyewe amjui. Msichana wake amjui. Na even the girl alidisclose that nini kwangu wakati tulioana. Akaniambia, dad akufanya akutupea time ya kuheal my mom. Imagine alileta auntie fulani hapa, akaanza hata aliyekuwa anaambia watu ati ni rafiki yangu. Mimi mama hata sikuwa namjua, simjui. Lakini unaletewa mtu unaanza kuambiwa ni rafiki yako. Kwani msichana wake alikuwa mkubwa? Wapi mtoto wa msichana wa form 3 saizi. Oh, guy. Sasa unaona anaficha mtoto, anaficha yule mwanamke na mtoto ati ndio ameona hawezi kaa na huyu mtoto being a man peke yake. Unaona? So unashindwa kukaa na huyu msichana being a man na ni mtoto wako. What is the issue? Na sasa nilimpata ni yule mtu mwenyewe watoto wamepelekwa huku hiyo wakati wakifunga shule wanapelekwa kule, nikimuuliza ati anasema huyu mtoto ni wa msichana, ati hatawezana na yeye, ati anampelekanga huko mahali ataenda apate love ati mother's love. Unaona? Namuuliza sasa, you are not the first one kukufiwa na mbimbi, neither the last one. Na vile utatrain hao watoto kukaa na wao, kama saizi huyu mtoto ukienda naye kwa supermarket umwambie achukue vitu zake kama msichana, unataka kuniambia atachukua sweet? Haezi. Si anajua vitu zake ni nini? Kwa hivyo huyu mtoto tu just kupata that bond na yeye na kuzoea kuenda na yeye na kumwambia mam chukua vitu zako zenye unafaa kuhitaji, unahitaji kama msichana, ataenda kuchukua peremende? Haezi. Ni kweli. Kwa hivyo nikamwambia wewe ndio umeshindwa kukaa na watoto wako. Ananiambia mimi sijashindwa kukaa na watoto wangu. Sasa unajua mbimbi amekuwa na watoto all through ushago, yeye hajawahi kuwa na ile wakati wa watoto. Kwa hivyo yeye amekaa ameletewa maisha yenye sia na hii kuhurumiwa, anataka hurumiwa na watu wamkalie na watoto. Ndio sasa aweze kusaidiliwa nini watoto. Okay. Njoo hata wakati watoto mimi walikuwa nakuja kwangu, even a packet of milk haezi waletea. Mimi ndio nitajua chenye watoto watakula, watakunywa, kila kitu ni mimi nitajua. Na yeye tu wako. So venye mume siku imefika ya kuenda kwao na mumeenda? Ya tulienda. Ya nika ana wazazi is a ni kwa single mother. Na nini na mwenye mama yake alikufa. Okay. Kwa hivyo yeye anaishi kwa hivyo kwenye anakaa sasa ni kwa kuka yake mwenye naye alikufa. Okay. Na alafu sasa mwenye wanakaa na yeye ni brother yake. Kwa hivyo alinipeleka kwa Muiru. Ndiko alinipeleka na mwenye anasimamanga akiwa mama yake waliningojea huko, mwenye anasimamanga akiwa baba yake wakaningojea, and they welcome vizuri sana. Na the journey started from there. Okay. Sisi tukaenda introduction kwetu na kwao, then tukapanga wazazi tuwapeleke tena kwetu. Wazazi wake? Yeah, wazazi wake walienda kwetu na tukaenda sasa wakajuana. Na the journey started ya sasa ya kutoa mahari. Kutoa mahari hapo ndio nilianzia kuona shinda Saimo. Kwa nini? Juu the man alikuwa kuna chacha alikuwa ya kwanza yenye alitoka akapelekwa transfer ya pili. Kwa hivyo ya kwanza alimake mtandao ya WhatsApp ya kanisa ya kwanza na kanisa ya pili mtandao yao. Anataka sasa kutiangiwa pesa ya separate, zote ziko separate. Na mimi akaniambia sifai kukua kwa hizo mitandao. Reason, mwanamke hafai kuona vile anaolewa. Hafai kujua vile anaolewa. Sasa mimi na sijui Kikuyu sana, kwa hivyo unaona sasa sijui. Kaona ni sawa. Ni sawa tu, njwali mutumia ali dagiro ni kumenyole araguru. Sasa aliputi hivyo. Sasa unajua mimi nikajua mimi ni Kikuyu inakuanga hivyo. Kwa hivyo mimi sikukua kwa hizo mitandao. Kwa hivyo mitandao nilikuwa naonea kwa wale watu wako ndani na chungulia. WhatsApp ya kwanza
ilimletea pesa mzuri 420. Ya pili ikamletea 79,000. Yeah. So hiyo ni over 500. Yeah. Saimo kwetu the man sasa kukuliwa mbuzi na nini aziezi kuwa zilitumia more than 25 to 250 aziezi fika. Juu sasa kama kwetu peke yake cash alitoa 35,000 only. 35,000 ile ya nini ya kupatiana? Ile ya kwenda kupatiana huko kwa nyumba. Yeah. Kwa wazazi. The church hao watu wenye walikuwa kwa mitandao wanjui kama kulikuwa na waza. Hii church yenye yako haijui kama kuna huyu mtu akona wanamhurumia. Sasa hii pesa nini haiwezi to. Unaona huyu mtu ametumika pesa mingi. Kwa hivyo hawakunjua kama pesa zilikuwa saini mbili. Hawa wanjui wale na hawa hawanjui hawa. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa anajua pesa ni ngapi. Only mimi mwenye sana nilikuwa najua vile kunafanyi na akaniambia usiwahi ambia mtu. Unaona? Usiwahi ambia mtu mambo hizi WhatsApp, usiambie wale na usiambie hawa. Kwa hivyo mimi I used to keep quiet. Na ndio nakwambia sasa mimi ni kuna vitu zenye I found as a woman. Ndio wakati mtu kila wakati anakuambia don't say this, that is an end flag. Huyu mtu anataka mkaange mkindanganya kila wakati. Unajua tu huyu ni muongo. Huyu ni mtu tu muongo. Na tunaona alianza from the day one. Na simu, namba ya nini, you know. Kwa hivyo mimi wakati aliniambia, njoo hata hii mambo yangu ya marriage ya kwanza aliniambia, tukienda kwa bishop usiwahi mwambie umeshaiolewa tena. Tukienda kwa yes ama archdeacon ama wazazi ama best couple usiwahi waambia kama umeshaiolewa te. Unaona tayari huyo mtu unafaa ujiulize, kwa nini yako na mambo zenye za ndani hivyo? Na wakati nilimuuliza kwa nini sababu ni nini? Aliniambia wewe hivyo ndio nimekuambia. Kwa hivyo tukienda kwa bishop ikunda tukimiti unasikia tukienda kwa bishop ungoje mpaka bishop akuulize kitu. Unjibu, usiongee. Na akikuuliza hivi, unjibu hivi. Unaona anakucoach before hata muende. The first thing mkimita anakucoach. Tena mkienda kumali anakucoach. Kwa hivyo mimi sikukuwa na ile freedom yangu ya kuongea. Kwa hivyo hata tungeenda hapo yangu ilikuwa Agnes uko sawa? Niko sawa. Si unaona umekatazwa kuongea. Mimi sasa nini harusi nini imeisha negotiations unaona nimetolewa 35,000. Mimi mpaka nguo yangu ya kufaa Simon mimi nilijimbaia. Kiatu nywele. Na hizi pesa zingine zote atapeleka wapi? Mtoto alikuwa anaingia mpaka shule university. Kwani ni hizi zinampeleka? Ni hizi. Haya. Target I think ilikuwa hii. Hata akifanya nini kwa mwezi wa 9 anajua mtoto si anaingia university. Kwa hivyo hii pesa ndio itatumika. Kumpeleka university. Hakuwa ameclear school fees ya yule shule mtoto alikuwa anasomea. He cleared with this money. Alikuwa na mtoto mwingine mzee apart from yule msichana. Ako na watoto watatu. Mtoto mmoja alikuwa anaingia university. Huyo wa university sasa unaona kwenye alikuwa anasomea hako ameclear the balance. Nimeget. Haya, anaingia university. Si anafaa kuingia university. Kwa hivyo hii pesa ndiyo inafaa nini? Okay. Hii ndio target. Hii ndio target. Haya. Na unaona mtu ana ile pesa yake anasema, unajua kuna ile mimi niko na 50,000 ya mbuzi. Hata ana anything. Hata yake hata nini. Everything yeye ametarajia watu kila kitu. Wamfanyie harusi wamfanyie kila kitu. Kwa hivyo mimi tukamaliza negotiation na tukapewa harusi. Sisi tukakuja kupanga maisha ya mambo ya harusi. WhatsApp ingine. Haja. WhatsApp ingine. Na sasa unasikia mpaka watoto wenyewe mimi mpaka nguo ndio ninunulia watoto mpaka nguo za kwenda udhoni kwetu. Mimi ninunulia watoto wako watoto wake na si wangu ni mmoja. Na wake ni watatu. Yes, I had 4 kids. Wenye nilikuwa nafaa kushughulikia mimi mwenyewe. Okay. Kwa hivyo mimi nijue chenye watoto watafaa, vile watoto wataka hiyo siku yangu ya udhoni. Na nywele nijitengeneza nguo nijibaie kila kitu. Yeah, nilikuwa naanja na ndoa by the way. Sasa tukaingia kwa marriage. Kwa nini kwa mambo ya kufanya harusi? Na harusi tukaanza. The man had nothing. Group ingine. Kuchangisha. Hii umekubalishwa kuingia group. Sasa hii nimekubalishwa. Na sasa hii nimekubalishwa. Sasa imeleta shinda zaidi sababu yeye kuna pesa mpaka anatumiwa na watu cash. Hiyo pesa haikunji kwa mitandao.
pesa anatumiwa, anaambiwa hiyo mpaka ingine anapigiwa mpaka simu, nimekutumia 12,000 hiyo pesa ikuwe ya bimbi ya kiatu na wewe inakanyangiwa. Okay. Mpaka unajua sasa ukipewa pesa juu harusi ni yako, unafaa upeleke kwa treasurer, umwambie treasurer kuna pesa nimepewa hapa, shika. Aya, treasurer niko na, unaona? Mimi ile kitu ilifanyika, mimi watu wa church, ile church yenye niko, huyo manda mwenye nilikuwa na hiyo wakati nilikuwa nimemsamia harusi, alimwambia mimi badala ya wa marafiki wa Agnes wakuje kwa hii group yenu, njoo unaona sasa huyo mama aliona ile kitu nilifanyianga wakati udhoni. Acha tu nini na hapa wamsaidia Agnes kununua gown. Ndio nakumbuka nikimwambia mambo ya gown, akaniuliza nakusaidia kununua gown, wewe unaninunulia suti. Aya. Na nijibu nikamuuliza sina. Na si group ndio inafaa do yenye itapatikana, mtoweza suti, mtoweza gown. Na kwambia hata ingeweza njoo the money. Unajua wale watu they are exhausted tayari, ni wao umetumia udhoni, ni wao hawa unawaweka tena kwa mitandao ya harusi, unaona? Juu unaona kama saizi unataka kuwawekea kwa harusi, unafaa at least unangangana na negotiation, wewe mwenyewe unjipange, unaona? Lakini sasa unaona aliwaweka kwa mtandao ya udhoni, mtandao ya nini ya harusi. Kwa hivyo these people are already exhausted. Lakini after even kuwa exhausted, by the way walingangana. Juu harusi walimtolea still. Kwa hivyo sasa mimi ilibindi sasa nikafungua WhatsApp yenye nikamweka mpaka ndani. Ndio aonange ile pesa inatolewa. Unajua alikuja siku moja kutoka kwa hiyo WhatsApp group. Ati ile pesa inatolewa anja pewa. Na huyu mama alimwambia, akamwambia ati hiyo pesa kwani kazi yenu mnatoa hiyo pesa inisaidii ni ya nini? Akaulizwa. Na si tuliongea hii ndio itajua vile bibi harusi atafaa nini. Na hiyo pesa hata ikutolewa pesa iko na maana. 25,000. Akatoka group anataka apatiwe hadi hizo. Apewe hizo sasa apatiwe. Huyo na yeye kwani ni nani? Tamaa ya pesa. Yaani ni yule mtu mwenye upenda ile, yani anapendanga pesa na njia nyingine yenye even you don't know. Njoo hata wale wasichana anakutanjia, wengine wamekosania pesa. Angamsichana akampea pesa akamuitisha ikalete shinda. Mimi mwenyewe nikimkopesha pesa kwenda kumuitisha inaanza kuleta shinda. Kwani ulikuwa unamkopesha? Angeenda mpaka kwa nini? Kwa petrol station. Aenda simame hapo. Aniambie nimejaribu kufuruta pesa zangu kwa bank azingi. Nilipie na till fulani mafuta. Nitakurudishia. Hiyo pesa saimu kitambo uitishe na ni ya kazi. Mumekosana mpaka mimi sijui hata ni mbimbi aina gani. Mtu mwenye saidia mtu. Hata unaweza fanya mtu aende hata kwa usaidizi mwingine aachane na usaidizi yako. Yaani unasomewa juu ya pesa yako. Anyway, sasa okay, turudi hapa kwa group. Aya group imeanza kuchanga pesa. Acha tungangane. Kusqueeze nini pesa zenye ziingiane. Budget yenye ziingiane. Lakini tukangangana. Mimi mpaka pesa zangu mimi mwenyewe mpaka first ni mimi nilimbai. Nikambaia nguo zake. Juu unajua sasa juu zenye anavaa. Ala. Utafanya nini? Nini ile WhatsApp group tumemake ainja toa pesa imetoa 25,000. Gown peke yake ni 15,000. Niko na nywele, niko na kiatu, niko na nini, niko na makeup. Hiyo 25,000 hata haitoshi. Hiyo ni nini sasa? Hata ni nini? Unaona, na ndio yeye anangangana bado tumpati. Kwa hivyo ilibindi baka nini yangu account zangu zote juu sasa pesa lazima nitoe, juu lazima hata yeye mwenyewe ni make sure nimembaia socks, nimembaia boxers, nimembaia vest, nimembaia you know. Yani at least you make your money. Unasema aje hata hii wakati wa kwenda tukienda baka mahali. Ningeenda baka town niende nichukue kashati kazuri nimbaie, nimletee, ndio at least wakati yuko official anakuwa nini tunaenda naye akiwa smart. Mimi naenda nanunua nguo na mletea. Naenda napita hivi nanunua kitu na mletea. You make your money. Unaona by the end of the day unatengenezanga ile kitu yani mtu wako vile unataka, unaona? Kweli. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimeona this is my money by the end of the day, hata nikimfanyia kitu si hasara kwangu. Kwa hivyo mimi tulingangana na harusi mpaka lakini sasa hiyo mpaka wamekosana mpaka na treasurer. Kwa nini? Kwa sababu ya pesa. Juu ya pesa. Amefika mahali mpaka treasurer na shida. Ni mtu aina gani? Hakuna hata shilingi ametoa. Ni sisi tumengangana, ni sisi tunatoa pesa until the last of our coin. Juu ya harusi. Negotiation we did the same thing.
nini maana tunapewa na church check ya 50,000 anaanza kukatalia aje? Ameambiwa na treasurer aende bank hiyo check yenye tuliandikiwa na church wakati wa pre-wedding. Ameanza kuikatalia, hataki kupea treasurer aiweke kwa pesa zake. Sasa ndio treasurer aweze kulipa zile vitu inafaa kulipwa. Yani alikuwa such a stubborn person baka wanafika mahali wanarushiana mikono na treasurer. Juu yeye anataka arudishiwe apewe zile pesa na akipigia treasurer anampea anampea pesa. Lakini anajua ile mambo yenye iko juu. Anjui. Sasa tulipelekana hivyo mpaka tukafanya harusi. Sasa itafika siku ya harusi. Na not even that Simon, red flags zilikuwa mingi because unasikia ni mtu mwenye si responsible hata kidogo. Si mtu mwenye hata mtoto agonjeke si mtu atapeleka mpaka mtoto hospitali. Mimi nitashughulikia hiyo mambo na mtoto hata ni wake si wangu. Na mtoto wangu hata akikuja kwangu hawezi kuja hata na yogurt. Atakuja tu mkono mtupu hivi. Kwangu used even to come and spend there. Ametoka kwake amekuja huko kukaa huko. Nini nakumbuka siku moja nimeshairushwa nje ya gari yake. Na tumeulizana nini? Tumeenda tu na muuliza mambo ya nyumba. Nimeji tulifanya harusi kama Simon mimi niko kwa nyumba yangu yako kwa yake. Hataki kukomboa nyumba, we live together. Okay. Anataka tu akae kando, ananiambia si tu nini nyumba ni kitu kidogo sana. Si utakaa na watoto na mimi nikae kwenye naishi, nitakuwa nakuja kuwatembelea. Hata mkifanya harusi? Mimi mtu sikukaa vile mtu anakaanga kama bibi na bwana, sijui anything like that. By the way mimi hata sikuwa nimeolewa by the way. Sikuwa nimeolewa. Sikuna certificate. Certificate ilikuwa tu ile ya certificate ya kubumbazwa. Juu hiyo ni kubumbazwa na certificate. Juu mtu mmoja akaa naye kwa nyumba. Is that your husband? Even after kuoana hamtakaa kwa nyumba? Hatutakaa kwa nyumba moja. Juu mimi niko kwa ile nyumba nilikuwa naishi na yeye alikuwa kwa ile nyumba naishi. Na amekataa kabisa kukomboa nyumba yenye tutakaa pamoja. Hebu tutafika hapo. Sasa hapa siku ya harusi nataka kusikia venye kutaenda na venye itakuwa. Harusi tulifanya. Sasa ile kitu nakwambia nilirushwa nje ya gari. Nilirushwa nje ya gari juu tumeanza kuongelea mambo issue ya nyumba. Ameanza kuniuliza, "Unajua mimi na haningi pesa ngapi?" Ndio nilikuwa nataka mimi nipatiane pesa. Sasa nikamuuliza, "Surely mimi ndio najilipia bills zangu zote. Sijawahi hata kuingiza kwa bills hata siku moja na unaweza ogopa Mungu useme ukweli. Sasa ni kwangu nitakosa bills kufanya. Mimi ndiye nalipa msichana, mimi ndiye nalipa nyumba, mimi ndiye najua chenye kitakuliwa, kitakunywa everything. Na halafu unataka niingililie bills zako. Not even that. When a man is marrying, anajuanga where to take the family. Kwa hivyo si mimi unakuja kuleta kwa issue za nyumba. Aliambia sitakangi utoto, toka kwa gari yangu na nisiwahi kuona kwa maisha yangu. Aya. Nimerushwa nje ya gari. Na I went, nikaenda. Saa hiyo nimeenda ameandikia mpaka marafiki wangu messages, ataki hiyo ndoa, it is over between me and him. Ameandikia mpaka mchungaji wangu, it is over between me and Agnes. I was married. By the way nilikuwa naamaliwa tu na mtoto mdogo. Ndio unaona that few hours umefanya vituko na sarakasi. Anyway, tulifanya harusi at long last. Na sasa mtarudiana aje after kukurusha nje ya gari? Best couple alituita. Njoo yule mama rafiki yangu yeye ndiye alimpigia kumuelezea ati it is over between me and him. Unasikia mimi nimetoka from mahali nimerushiwa na nikaenda nyumbani nikiwa nimetulia. Yeye ashaanza kupigia yule mama simu akimuelezea it is over between me and him. Ameanza kumwandikia message. Na yule mama ameanza kunipigia, kwani kumeenda nje? Namuuliza wapi? Mimi unajua hata zishidani, njoo mtu nilikuwa nimemuona asila zake. Ni yule mtu wa asila, he can do anything. Kwa hivyo wakati niliambiwa nilitoka nikaenda. Kwa hivyo mimi sikushindania. Huyo mama vile aliona tumeongea na nikamwambia by the way I'm ready. Acha iishe. Huyu mtu amekuwa too much kwangu. Na hata wewe unajua ile mambo yenye amenipitishia. Juu ilikuwa my issues after issues. Hakuna mahali nilienjoy that courtship. Hakuna. So mwenye alifanya mrudiane ni hawa wasimamizi. Sasa wasimamizi wakatuita. Mama msimamizi akimuuliza, he is crying. Analia. Si ndio? Analia akisema nini? Kuna kitu anasema akilia? Aongei. Si ni sympathy. Alikufiwa. Sasa alikufiwa Okay. Na sasa kaambiwa na best couple, unajua kuna kitu nitakwambia. Agineza kunje hapo muanze kumoni bibi yako.
Kwa hivyo kama unja moni ya kutosha, it is the high time wachane kwanza na ndoa, uende umoni. Ni kweli. Njua akinizo ukimfanyia mahesabu ya kukuja kukaa na wewe hapo, mwanze kumuona yeye hatawezana. Njua hata yeye ako na nini yake na past yake. Akikuleta kwa past yake, ati mwanze kwanza kuhandle past yake, mkuje kuhandle past yake, hata mutawai settle ini. Best couple alingangana mpaka na mambo ya kutafuta nyumba. Na ndio kitu yenye inafanyanga naonanga ni kama the bishop walikuwa wanajua everything. Ni mjua hata best couple alireach even the bishop. Kuwaelezea mambo ya nyumba. Na wakushindania. Njoo huyu mtu atangeulizwa, walikuwa nasema tu walikuwa namuuliza mahali amekomboa nyumba. Sema tushapata nyumba tuko nayo. Ananipigia, ukipigiwa na Chidiko na kuuliza mambo ya nyumba, umwambie tushapata. Namwambia mkiwa na nani? Mimi sijapata nyumba, naongea ukweli saa hizi. From now nataka kuanzia kuongea ukweli. Umenifinyiria na hii mambo ya uongo sana. Siongei uongo tena. Na sijaelewa kuongea uongo mimi. Sasa unaona sasa tumefanya harusi. Hizi harusi yetu tumefanya with all those mastres zote, manini. Watu wakakuja kwa wingi. Watu wakakunja. Hai na pesa tukapewa. Nikafanya mahesabu sasa na nilikuwa nimemwambia tutoke honeymoon tukuje tutafute nyumba. Akanishautia akaniambia yeye akitoka honeymoon hawezi kuja kutafuta nyumba. Nataka kwenda kwao yako na kwao. Aliniambia mimi niko na kwetu. Mimi naenda wewe kama unataka kwenda kwenu mimi sitafuti nyumba. Nikitoka honeymoon nakuja naenda wapi? Nyumbani. Kwa hivyo ile kitu ningefanya ni gani? Nikamwambia hata siende honeymoon. Tuende huko kwenu. Ndiko tutaenda. Na akaniambia uko sure? Nikamwambia yes. Na watoto tukapanga, watoto wabebwa na zile kazi zitakuja harusi, kwangu na yeye akabebwa kwenda Embu. Ndio unaona sasa mtoto wangu. So after harusi direct ni kwenyu? Mtoto wangu alienda kwetu. Ndio unajua sasa mtoto wangu angeenda huko kwao, njoo siko nimemintroduce kwa that family. Kwa hivyo alienda kwetu na watoto wake wakaenda na wazazi wake. Kwa hivyo si after harusi tumefanya harusi. Tulienda in Murang'a somewhere tukalala hiyo siku. Kesho yake on Sunday nikaamuka Agnes, mtaifanya harusi jana. Nikaenda kununua Murang'a kitanda na mattress nikazitomana nyumbani na mambrangeti na nini ziende nyumbani. On Monday nikaenda mtoto wangu. Nikachukua mtoto na yeye tukakuja tukaenda Murang'a. Then we started life from there. Kwa hivyo sisi tumepewa 1 month, amepewa ruhusa ya 1 month sasa tuko nyumbani hapa. Nikamwambia sasa tukakaa that's 1 week. Nikamwambia walianza by the way kukosana ati mtoto wangu amemwongelesha vibaya, akaanza kukua mtoto ameanza kukosana na yeye. Mtoto wa 7 years na mzee wa 50 years wanakosania mahindi ya kuchoma. Okay, nani amechoma mahindi? Sasa mimi hata nimeendea by the mahindi kwa shamba na kuja tuchomee watoto. Yeye akaingia kitchen kwenda kuchoma na mimi niko hapa nje. Mtoto na yeye mtoto si anakimbizana, baba nipe mahindi. Mimi sipei mtu hii mahindi. Mtoto anafikia ni mchezo. Amechoma mahindi ya kwanza akapea mtoto wake huyu wa grade 6. Akaacha aka kandogo. Sasa mtoto akamwambia na siuringe na mahindi yako. Ati mtoto sinjamfunza tabia. Hata hajawahi ambiwa na mtoto, hajawahi ambiwa na mtoto hivyo, huyu mtoto wangu sinjamfunza. Kwa hivyo mtoto wangu nilibindi nikachukua mtoto, nikamrudisha Nairobi na msichana wa kazi. Huko mahali mlikuwa mnaishi? Yeah. So utakuwa unalipa nyumba? Si hata mbele nilikuwa nalipa. Ndio nasema sasa umeolewa na bado unalipa. Mimi nimeolewa na bado bills zangu ziko pale intact. Hakuna kitu yenye kuna mtu tunasaidiana naye. Niko pale tu na bills zangu. Na niko huku Murang'a mimi nikaleta nikilitumia tu nikamwambia mtoto wangu anja napigiwa shule niende nimchukulie names number na kuna kitu ya kufanywa na tafani mrudishe Nairobi aende afanyiwe. Na shule zimefungwa unaona ni December na he was very happy. Nimemrudisha na hakuwa anamtaka na alikuwa na shida kuniambia nirudishe mtoto kwa baba. Unaona? Na unaona wake ni watatu wangu ni mmoja huyu wangu sasa nirudisha kwa baba nilee wake. Na unajua ilikuwa imetokana na nini? Ati ameniuliza what if baba mtoto aseme utaolewa juu ya mtoto wake. Nikamwambia this is my life na kuna life ya mtoto. Kwa hivyo atachukua mtoto wake mimi niende na maisha ya hiyo kitu peke yake. Ilifanya ashindake kuniambia nirudishe mtoto kwa baba yake. Si ulisema anaweza rudi kwa baba. You know the reasoning Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera
guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti de nacio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara yo ya kuingira ni ya rami uguo handu haria gukorwo gikinya Maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru wi Karuguru ungiuria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyete broti ici ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga maceleb ni handu hega muno ungigura na wake mucie waku na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kiguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bangalo tu compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndi nacio ni ati cikomeire farafara ino ni farafara murona haha uguciha farafara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno guku kwina mathukuru ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ni ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka mucie wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihuire guku ngiuka ni ndona fengi ta KCB Equity Bank ni ndona Cooperative ni ndona mafengi maingi muno okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria meguku ni maingi ni ndona KFC ni ndona chicken ni cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket guku ni ndona Naivas Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria broti ici cina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau mwikaribu sana hurana beo ya thimu 0724 333313 karibuni sana kwa hivyo mimi tumerundi Murang'a na tumeendelea kukaa na mtoto one week imeisha nikamwambia tu tukatafute nyumba akaniambia yako honeymoon yeye tuongee mambo zingine January honeymoon gishagi tuongee January sasa si pesa tulikuwa na pesa ya kutosha pesa tumepewa mimi band yangu sikuambia mama yangu anunue band nikamwambia niletee pesa watu wametuletea pesa tulikuwa na around pesa zote zenye zilikuwa kwanza zinatumwa kwa M-Pesa yake hata shilingi sikuiona hata sumuni aliniambia nikamuuliza na zile pesa zilikuwa kwa M-Pesa zilikuwa zinatumwa juu namba yako ndio ilipeana kwani zilienda wapi kuna mali pesa zilikunja anga nikaziingiza anga wapi na zingine nikakilia balance ya mtoto yenye siko nimekilia ya kumaliza semester na zako wangu ni mimi zangu bills ni zangu Simon bills zangu zilikuwa zangu mambo yangu ilikuwa yangu lakini huyu pesa zote angekunja afanye kila kitu yake yote pesa zote ni zake hizi pesa zenye tuliwekewa kwa bahasha zilikuwa tulifanya vitu zote tukatoa nini hizo vitanda nini na vitu zote tulifanya mpaka kulipia mtoto school fees nini zilikuwa zimebaki kitu 100 something zenye niliweka cash yenye niliweka kwa kibeti yangu ile ya harusi kazi yake ilikuwa kuchomoa kamonja kanachomolewa anaenda anafanya nini wazee huko akienda kwa kambi ya kwao wazee ni ananunua chai huko ametoka Nairobi anga nyumba inataka kufanyiwa nini hiyo nyumba yake hakuwa amemaliza nyumba inataka kufanyiwa nini na simuulize by the way I was keeping quiet because I knew January is there na tunafungua tuko na watoto na tunafungua shule tunaenda kukaa wapi kuna mtoto atakaa kwenye naishi na yule mwingine wataishi kwenye wanaishi tukaendelea kukaa na yeye hivyo namuuliza yani hakuna siku tutawahi tafuta nikapigia best couple nikamwambia hapana
Dad, this is too much. Yani mpaka saizi watoto tumeoana na hatujui kwenye tunaenda. Na akaniambia mimi Agnes mahali imenifika, mimi huyu mtu amenifika ile nafika inaitangwa mwisho. Juu nashindwa nitatumia njia gani? Nishatumia njia ya wachungaji, bishop na yote ileti manufaa. Sasa nitafanya nini? Na sitamchukua na kamba nimfurute. Nikamwambia sasa Dad, mimi maisha yangu sioni kama niko kwa ndoa. Naona hapa sikukua kwa ndoa. Njoo hata mtu mwenye anafanya harusi mwenye ana nyumba hata ya kukaa na shindwa kwa wapi. Ni mgani huyo? Kwa hivyo mimi hata kwa nyumba tulikuwa mimi hata hizo siku zenye unasikia tulikuwa tunakaa, si ile mnakaa peaceful life. Ni ile mnakaa with a lot of fight kwa hiyo nyumba. Hizo siku tu kidogo tu. A lot of fight. Huyu mtu mungeenda kumake love tu mungekosania kwa rafu. Kwa nini tena pia hapo? Sasa unajua yeye na rafu unajua sasa kuko na zile unajua sasa niko na namba za wanawake hivi. Niko na message za wanawake hivi mpaka saa hizi tuko tumefanya harusi. Sema tukiwa tumefanya hiyo siku tulifanya harusi tuko tumelala. Saa 9 hivi niliamshwa na right. Mimi nikafikiri nikashindwa kwani ni asubuhi. Nje nililala sana. Nikajipata ulikuwa umechoka. Nimechoka. Kwa hivyo nikashindwa nikaangalia saa 9 nikaona mtu tu ako kwa simu. Nikamuuliza, kwani nini? Ati kuna kitu nilikuwa naangalia. Saa 9 ya usiku na mmefanya harusi. Mtu ako kwa simu. Ni wanawake. Sasa si zile na sasa unajua sasa ajui kama kuna kitu nimefanya. Kwa hivyo kesho yake nitaamka. Mimi sikuwa na haraka na yeye. Juzi kesho zile vitu zote ulifanya nitanjulia kwa simu yangu. Na wakati tuko ushago naona message ameandikia mwanamke. Amemuuliza hata watapatana wapi. Napata amemwambia mwingine amemwambia I'm married but not happy. Huyu alikuwa wa kanisa yao. Anamuuliza na si ulifanya harusi ati I'm married but not happy. Sasa mkienda kwa tendo mlikuwa mnakosana kwa nini? Tunakosana juu yeye anataka kwanza nakumbuka kuna time nimekuwa na period. Sasa niko na period anataka kunitumia nikiwa na period. Na tia kunitumia njoo. So unaona sasa anatoanisha kama mwendo wazimu mapanza akirusha na huko. Atakutumia with those crumbs, atakutumia tu. What? Yes, atakutumia. Mchungaji? Yes. Mara ya mwisho anataka kukutumia mpaka nyuma. Wewe. Anakuambia nikiongea ananiambia unaona hiyo kitu nakataa kufanya. Hao wasichana wanashinda kuniambia watafanya. So kulienda aje kafika hapo, hebu niambie. Mimi by the way mimi sijui ilifika wapi. By the way unajua kuna ile yenye mko kwa tendo. Yeye amekuwa akiniuliza. Na kama unapenda mtu, kuna kitu mtu anaweza kuambia ufanye ukose kufanya kama unapenda mtu. Namwambia hapana. Huwezi kosa kufanya. Kwa hivyo ukipenda mtu hakuna kitu huwezi fanya. Nikamwambia ndio. Kuna kitu siwezi fanya. Mtu mwenye unapenda hakuna kitu huwezi mfanyia. Okay. Hapo ungejua kuna kitu inakuja. Kuna uzito wa maneno. Nilifikiria unajua akili zangu zinipeleka wapi? Aidha ama anataka nimsainie loan. Anataka unaona mimi wewe kuna vitu. Pesa. Mimi unajua sasa najua ni mtu wa pesa. Kwa hivyo anasema sasa juu tushaoana. Sasa nikikuitisha hata pesa hii ni amount you can give. Kwa hivyo unaona sasa nilijua hapo nitamwambia hapana siwezi fanya. After akiniambia ile kitu akiniambia ile kitu anamaanisha. Kaambia hapana hakuna kitu siwezi fanya. Can you die for someone you love? Kamwambia yes I can. You know this is love by the way. Na ni ukweli mtu mwenye unapenda you can even fight and die because of her. I cannot. You know inalingana as in unaona kama saizi ni umpatane na mtu they are fighting your love. Okay. So you can fight back. Wezi ngojea ati watu wa fight mtu napenda by the end of the day. You know utaingililia vita hata kama si yako. Kwa hivyo I was by the way innocent. Na alafu this man alikuwa anajua nampenda. Na nilikuwa nimempenda ile yenye si kitu yenye napenda kutokana na yeye. Unajua kuna ile unapenda watu wanasema this man is handsome, this man has money. Kwa hivyo at least by the end of the day kuna ile unajua mwanamke kuna kwanza wasichana wa siku hizi kuna ile kitu kuna ile kitu mtu anapendea kwa mimi nampendanga he is tall and handsome he is kwa hivyo kila mtu ako na kale kalizoni kwa nini napenda tu hivyo. Mimi nilikuwa tu nimempenda a genuine love. Juu nothing ilikuwa applicable hapo kwa hizo vitu zote.
Si handsome. Si nini. Si pesa. Not even that. Even my cousins waliniuliza, hapa umeangusha njeshi. Hii nini unatuletea? Nilikuwa nakaaje. Aliniambia mpaka my cousins walikuwa wananiambia, Agnes hata kama hapo umeangusha njeshi. Lakini wewe ulikuwa mimi nilikuwa ile ya me I just want to settle with my mind. Sitaki kunjua kwa Anji, but unaona kuna ile kitu unasemanga unataka kujitengenezea kitu yako. Acha iwe inafutia watu wengine ushanjitengenezea. Acha nichukue yangu yenye hatutabishana. Acha mimi nichukue kitu yenye haibishani na mtu. Sasa by the way mimi hiyo ndio ilikuwa take yangu. Haikukuwa ile kitu yenye mnashinda. Na sasa unaona sasa kuna watu unasahau kuna wale wa mama they are fighting because of Kora. Kuna watu wanakuja kwa hiyo Kora. Yes. Najua kuna watu tu wanapenda wachungaji, jeni nao unapenda mchungaji tu. Lakini mimi si uchungaji, one thing uchungaji si kitu ingefanya. Mimi uchungaji nilikuwa naamini uchungaji ni ile kitu mtu anafanya kwa nini yake. You just be a good man to your family. True. Na mimi hapo ndio tulianzana. Sasa mimi nikamwambia hapana hakuna kitu siwezi fanya. Kwa hivyo aliniambia, "Do you know doing this thing how it is good?" I can disclose ile kitu anataka. Nini? Si nyuma. It is good. Aje busema. It is good. And do you know how it is good? Kunini ku have sex na nyuma? Yeah, it is very good. Alijulia wapi? Mimi sijui. Okay. Na mimi hata ndio nimuuliza. Kwa hivyo hao wanawake wote umekuwa na ukifanya hii kazi nao. Ndiye akaanza kuniambia, hao wanawake unashinda kuniuliza ile kitu wezi fanya watafanya. Kwanza kuna msichana tulikuwa tunakosania na yeye Mkamba. Alikuwa ananiambia mimi by the way mpango wangu wote ilikuwa kuoa Mkamba. Yeah. Ndio Wakamba hata wakipata shinda waendangi kwao. Watafumilia mashinda. Kwa hivyo nikashindwa. Kwa hivyo hizo ni shinda zingine zenye alikuwa ananiambia mambo ya shinda. Nikamwambia that is the last thing anaweza fanya. Ukamwambia hiyo? Nikamwambia sasa out of hata kusema yes I do. Sasa hapa I don't do. Sikufanya hii sikufanya hii hapa. Hii siwezi fanya. Hii siwezi. Afadhali tu ikuwe divorce. Akaniambia unajua hata ukienda uambie kwanza hiyo kitu inaniumanga mpaka wa leo. Hatuende hata kwa bishop. Yes ama kwa archdeacon. Hata waambie mambo yangu. Watajua wewe ndio mbaya. Hawatakuamini. Na even if this marriage ends today, my bishop will advise me accordingly how to remarry again. Those are the ones alitumia. Okay. Yes. So what happened? Ilikuwa usiku akikwambia hivyo? Ilikuwa usiku. Tena tukaamshana juu nakumbuka date 22 ndio nitoke niende kabisa sasa. Alitoka ilikuwa saa 11 tumeamshana sasa. Tuli fight. Mumeamshana mumeulizana nini? Si sasa you know I need conjugal light but the conjugal light anataka kutumia hiyo njia sasa. Sasa tusilaza by the end of the day you fight. By the end of the day you don't this thing to happen. Utaki kitu ikuapenie. Yes. So aliamka kama ameanza kukuchapa ama? Kwa hivyo hapana. Sasa si ameamka kwanza saa kukuforce. Sasa na wewe si utazima utajifaitia. Wewe utakaa tu hapo ukingonjea. Hapana. I need fight back. Yeah. Na tukaamka na tukaenda kwa kanisa. Tukao tumefight hivyo. Lakini hiyo ndio niliamua enough is enough. Na sasa unaona tulikuwa tuna fight mpaka wakati mwenye niko na period ananitumia unaona. Kwa hivyo kitu ilikuwa all the fight. Na huyo mtu imagine zote hizo cause definitely mkifight si ati ni kitu mnafight mkiwhisper watoto wako wapi? Sisi hiyo nyumba tulikuwa tunakaa tunakaa na watoto. Watoto walikuwa nalala kwa mwili wangu. Na sisi tunalala huko chini juu nyumba ilikuwa imeisha. Kwa hivyo ilikuwa tumetengeneza tu room moja sisi yenye tutaweka bed na nini mahali tutalala. Kwa nani mahali mbali si ati mahali hata na not even that mwezi fight ile ya kupiga unakufa kama kinjeshi. Kwa hiyo na si ati anakupiga ni ile sasa mimi hata kunipiga ile ni kufuratana unaona? Ile kunipiga nilipiga strap ni mara moja. Lakini sasa hiyo ni nyingine akupiga ile vita. Ni kufurutana kufanya unaona hizo vituko na sarakazi yeye anangangana wewe na wewe una resist unaona mtafight utaswete mpaka ukitoka hapo unasikia umetoka kulima. Sasa hapo ndio niliamua this is enough. Sitaweza kuhandle this anymore. Na quit from there nikatoka from Murang'a to Nairobi. Ati mkaenda kwa umeniambia mlienda church.
Ya tulienda church hiyo siku. Na tukaenda, lakini akili zangu zinapiga. Mimi kutoka hapa naenda nyumbani. So church mlienda kudu? Si ni mchungaji lazima muende kanisa. Lakini hakuwa na ubiri juu ile kanisa tulienda, unaona ni huko Ushago, kwa hivyo alienda tu akapelekwa hapo mbele akakaa kama mchungaji. You have been introduced. Yani naona ile uchungaji. Oh, it was on Sunday. It was on Sunday. Oh, so mumeenda church service. Yeah, service, yeah. Okay. And then after hapo? Si tukatoka hapo nini service na tukakuja kwa nyumba. Kukuja kwa nyumba hapo ndio nilitoka na nikaenda. Ulimwambia umeenda? Nilimwacha hapo parking na nikamwambia nimeenda Nairobi. Lakini unaona ni ile anjui nimeenda njuu ya nini? Juu sinja mwambia naenda ama siendi. Asubuhi tukivai siku mwambia nitaenda lakini nilikuwa nimetoka hapo nimeenda my mind. Yeah. And then ukakuja Nairobi. Sasa nikakuja Nairobi. Kutafuta January kafika. Watoto wamekuja wamebabana, kwa hivyo arudi na watoto wake kwake na mimi nirudi kwangu. Hata kuuliza ni nini? Nini? Mbona ulienda? Si anajua. Unajua this thing it is between me and him. Okay. We are not even discussing to anyone. Hizi fight zetu ni zetu wawili. Hizi vituko ni zetu wawili. Hakuna hata tukitoka na kule nje Agnes is laughing. Agnes is anaongea kama mtu wa kawaida, kuna kitu imehappen kwake. Hakuna kitu imenihappen. You didn't reach to nini, hukuambia best couples ama kwenda ku church? Best couple nilimwambia afterwards. Sasa unajua sasa best couple ni na hapo best couple ndio akarealize ndio maana huyo mtu hataki kutafuta nyumba ya mkayo mkiwa wawili. Ndio anataka zile evil doings zake aendelee nazo wapi? Kwa nyumba yake kando. Unaona? Ndio mimi wakati nilikuja huku, nilikuja sasa kutafutana na Archdeacon. January imefika. Kwa hivyo ananipigia simu. Si mimi tuko kwangu. Tunaenda unakuja service ya pili ama ya kwanza? Na unaona ni watu wamefanya harusi. Kwa hivyo yandi to communicate through the phone. Kwa hivyo mimi siku ya kwanza nikaenda kwa kanisa. Siku ya kwanza alienda peke yake. Akandanganya Archdeacon mimi niko Ushago na nilikuwa kwa nyumba nimelala. Njoo nilikuwa na Shiro tunaenda kwa kanisa kufanya. Lakini mkai pamoja. Hatukai kila mtu ako kwake. Si yeye ako kwa ile nyumba alikuwa anakaa. Yeye alikuwa anaishi na bibi yake. Na mimi niko kwa yangu. So hata yeye alishatoka ucha akarudi. Tusharudi huko lakini yeye ako na watoto wake. Ndio alingangana aleta watoto kwangu nikamwambia no. Aya. Yes, sasa nikae na watoto. Si alikuwa anangangana nikae na watoto kwangu, yeye na yeye akae na watoto na peke yake akunjange saa kutembea. Na si hata ni distance kubwa, si ni hapa na hapa. We? The place yenye anaishi na yeye anaishi ni just nini kwa nini ngani ni distance inatoshana nje. Si mbali. Ni kidogo sana. Na nini Archdeacon nikaenda hiyo Sunday nienda kwa kanisa Archdeacon ni kama he was in spirit. Kaniambia lakini you want to see me? Kaambia yes I want. Kaniambia next week si unipigie simu make a date kuja unione. Kaambia it is okay. Na that time ndio nienda nikadiskuletea nini Archdeacon. Lakini sikumwambia zile vitu zenye nilikuwa nafanyia. Nilimwambia tu huyu mtu ako na wasichana wengi sana. Anja seto bando. Na sasa unaona niko na evidence ya wasichana wale wote amekuwa akiongea na wao. Kaniambia Gine soko sure. Akaniambia yes, mpaka saa hizi atuishi pamoja. Kanizo uko sure wewe? Kaniambia yes, kila mtu anaishi kwa nyumba yake. Akaniambia how on earth? Mfanya harusi hii mwezi mzima mmekuwa mkifanya nini? Mlikuwa mnafanya nini? Nikamwambia vile nilimwambia kanijibu. Akanizo uko sure this man want tumfanyia udhoni? Tumfanyia harusi na mwisho hata marriage tumutengeneze aje sasa. Kaambia mimi sijui. Kaniambia I'll talk with him. Akaniambia nitawaita mkunje hapa. Sasa I want niende ni discuss kwa Archdeacon. Lakini Saimo from there ndio mambo yote iliharibika from there. Kumbe nimeguza mlima. Afadhali hata nisingeenda. Njoo hapo sasa nini zote zilianza kufungwa. Nini hizo? Milango zote zangu zenye naweza ongea zilifungika from hapo. Hakuna mwenye angetaka saa kunisikiza. Hata Archdeacon. Archdeacon hataki kunisikiza. Yes, hataki kunisikiza. Ulikuwa unampigia simu? Bishop. Si sasa nimemwambia ameniambia atamuita. Twende tukae chini tuongee. Nikimpigia ulimuita? Ulimulisema tumiti lini? Aliniambia you are okay, all is well. Sasa kama mchungaji unafaa kufanya nini? Kumwambia acha nikwambie all is not well. Your wife was here. Na alisema all is not well.
Juu hata muishi pamoja. So you just be open, juu ni mchungaji, uongee yote, juu huyo hata akikuchukia, tayari utakuwa umemwambia ukweli. Why should you hide? Hatutaki kumwambia bibi yako Wazia. Nilifuatilia for three times kwa Archdeacon. Juu ya Archdeacon ndiye mkubwa wake. Mwisho kabisa Archdeacon hakuna kitu angefanya. Sasa the man alifika mahali akakumbali tukatafuta nyumba. Saimo. Kutafuta nyumba akahamia. So murudiane. Sasa si ndio sasa turundiane. Na sasa mimi unaona sitaki nini kurundiana kabla tunja solve hii. Juu unaona vita itaenda kuwa sasa na unajua tunaenda na watoto hii. Hapa ni vita mpaka ya mwili na watoto wako ndani. Kule ataki nao kule mali tutaongelelea. Ataki mali Archdeacon ama bishop ama nani mwenye tutaongea hii mambo. Na nataka kudiscuss this thing. Because nataka huyu mtu aongeleshwe out of kukubas na hizi vitu zote kuziongea, either watu wangechange huyu mtu mentality yake. Unaona? Njoo unaona this man came nini malezi yake amekuwa from street, amekuwa akinjilelea kwa street, he was a street boy before. Unajua inaweza kuwa vitu zingine amejulia hapo. Ama hao wanawake wenye amekuwa na wao, because hata sisi wanawake tuko na mashinda siku hizi. Tunaweza kuwa hata maybe kuna wanawake wamemuintroduce to this thing, you never know. Na maybe ange open up tuweze kuongea as a, nini kama bishop amuongeleshe ama Archdeacon amuongeleshe, amwambie this is not right and this is not the way to do it. Ama kufanyia bibi yako this is not good. Unaona? You know mimi I was trying to salvage this marriage. By the end of the day kama hii mambo imenipata, nikuwe na platform yenye tunaweza ongea, hii marriage ikuwe na watu, huyu mtu hata anaweza fanywa guiding and counseling. Unaona? Hii kitu itoke ndani yake. Unafikiria kumbe mali naenda kuongea hata ndio wataki hii mambo iongelewe kabisa. Welezi juu walikuwa na injua ile kitu naenda kupeleka ama wakuwa na injua. Sijui. Only God knows. Juu sababu ya kunizuia kuongea sijui ilikuwa gani. Ndio nilikuwa nasikia alikuwa anasema mimi nilikuwa nauza club na nilikuwa a drunkard. Hivyo hizo ndio vitu zenye nilipelekea bishop. Bishop under right to ask Agnes, kuniita Agnes. Ni ukweli unakunywanga pombe? Agnes, ni ukweli unauzanga club? Si bishop, mimi si mnyama, wangeniita waniulize hiyo mbele ya wachungaji wote. Na hata ningekuwa ni kuongea uongo singeongea mbele ya wachungaji wote. Ati niseme na not even they have all the ways za kujua mlevi na mtu si mlevi. Hata ningilikuwa nimesema mimi nimejitolea nilete daktari wangu naye walete wake awapime damu yangu. Waone ile pombe iko ndani yangu. Unaona? Kwa hivyo hizo vitu zote nilikuwa nimejitolea. Sasa walisimama na ile msimamo. Agnes was a drunkard, she was a barmaid. Barmaid na drunkard walikuwa wametoana wapi na mchungaji? Kama mchungaji si mlevi. Ni kweli. Alikuwa customer wangu. Nataka kuuliza. Alikuwa customer wangu. Either. Yes, juu mchungaji unatoana wapi ukiwa mchungaji anafaa kutoana na kupatana mtu wa kanisa. Kweli. Unatoana mtu mlevi wa klabu. Juu hata wewe mwenyewe ni mlevi. Unaona? Miezi yote mchungaji hakujua mimi ni mlevi. Na mlevi anajifichanga, unaweza jificha siku ngapi bila kukujua? Si lazima ujifiche mahali upige katoto na urundi. Kwa hivyo angekaa siku mingi bila kujua mimi nakunywanga pombe ama kutokunywa. Ni kweli. Hii club yenye nilikuwa nauza saa ngapi na like 3/4 hata si 3/4 tulikuwa tunakaa na yeye like every time tulikuwa na yeye. Huyo mtu anakuja na spend baka kwa nyumba yangu. Nilikuwa namwacha amelala, mimi naenda kuuza club. Ni story tu labda alitafuta. Ni story alitafuta. Na baada bishop atake kujua hivyo, aliangry with this man. On top of it, alisema I was in a marriage which was existing. Unaona ile marriage alikuwa amesema useme hauko kwa marriage. Thank you. Unaona sababu ya kusema ya kuniambia nisiseme. Ilikuwa hiyo ndio alijua. These people, this man he knew. Lazima atafute fimbo ya kunichapa nayo. Na singeniambia hivyo, ninge disclose before marriage hii kitu tuiongelee tuisolve na bishop ama na best cup ama na nini. Maybe ingeleta suluhisho fulani. Lakini unaona alitaka niifungie. With the name yeye hiyo ndio fimbo atatumia kukuchapa. So unaona hii fimbo ndio anatumia kunichapa. I was in a marriage which was existing. Na sasa after kukatai mambo yote tuiongee, alipeleka wapi? Kotini. Agnes was in a marriage which was existing. So lakini uzuri wa marriage ni moja. Uzuri wa koti ni moja. Si lazima ulete nini? Evidence. Very true. Kwani kuna vile ataenda ni ukweli I was in a marriage which was existing. So anataka divorce.
Na saa in the first place alikuwa amefanya makosa kuwa mtu mwenye ako kwa marriage nyingine. Thank you. Unaenda unatolea mpaka mtu mahali ukijua unaenda unapelekea bishop mtu mwenye from another marriage. Another thing, even that church kama mlikuwa na marriage certificate, si hata hao walikuwa nafaa wasuiwe. Thank you. Because wewe huyo mwenye alishikanisha harusi alishikanisha kwa nini akijua kuna marriage na marriage nyingine. Sasa hiyo ndio nini yenye nimepelekwa kotini nayo against was in a marriage which was existing. Kwa hivyo nime nini na bigamy. So what happened later? Sasa hizi nini inaendelea? Hata saa hii? Yes. Tunapelekana na kesi sisi. Kwani hakuna mtu anamuadvise? Ataadvise na nani? Na hata wenye ako nao wanakaa yeye. Huyo mtu na kwa kanisa na in our church we don't divorce. In church we don't divorce. Kwa hivyo watu huyu mtu anaendelea kupreach akiwa na kesi kotini ya kudivorce. One thing hata wangemweka kando mpaka kesi ishe, wajue kama ni ukweli. Si ni ukweli? Ndio after the case wanajua kweli huyu msichana alikuwa mkora. I have even a record of some wachungaji wakiongea wakiwa mmoja akiwaambia usimuidetu ale mkora, ale moito. Sasa walikupeleka kotini kwa sababu ulikubali kuolewa ukiwa kwa marriage nyingine? Si nimepelekwa kotini, I was in a marriage which is existing So they want ni divorce anataka ama ni nini? Ni divorce anataka, lakini sasa unajua in divorce ile kitu inaweza wanaangalianga either mtu ako in a marriage which is existing, you are allowed to divorce. When you are sick na uko na ile ugonjwa ene chronic disease ama nini na uko umeambia mwenzako your partner na amerealize when amesha kuoa you are around to divorce. Unaona? Kwa hivyo alienda akaandivisiwa zile vitu zenye zinaweza fanya muachane na mtu kama mumeoana ni nini? Ili zile vitu zinaweza fanya muachane na mtu kama mumeoana na umediscover mapema ni hizi na hizi. Kwa hivyo alichukua ile ya ugonjwa sina. Unaona sasa ataenda kusema niko na ukimwi na sina. Kwa hivyo alijua ile kitu rahisi ni. Na sasa hapa umesema alikuwa amechukua nyumba tena muhamie kulienda aje? After alichukua nyumba alichukua nyumba yenye tutahamia. Mimi ni kwenda kuhamia siku nienda kuhamia. Alitoka kwa nyumba na akaenda. Na vitu zake zikatumanwa na archdeacon. Zikunje zibebo ziende na watu wao wakatumwa au unaona wale tulikuwa tumeenda nao wakati wa negotiation ndio walitumika na archdeacon wakunjie vitu zake kwa nyumba yenye tulihamia waende aende aseto kivyake na archdeacon on top akaenda na akaenda akabariki hiyo nyumba. So walikuwa pamoja. These people know each other. They know wanajua ile kitu wanafanya. Wow, so this is what you've been going through. I've been going through that. Keeping quiet. Even people from the church, they are condemning me because I was wanasema I was banned. Lakini when I was keeping quiet, nobody was talking. Na wakati nimekuwa nikipitiza shinda zote, hata sinjawaipata hata bibi ya mchungaji ama nani amenipigia simu ameniuliza Agnes how is it going? Na they knew. Na best couple by the way wamekuwa sawa sana. Juu mtu hata wakati walingangana kumreach. Unasikia alikataa kuongea na wazazi wote, wasaidi zote mbili. Best couple akakataa kuongea na yeye. Na tunigeenda kwa bishop anaenda anasema yeye aongea, yuko tayari kuongea. Na sasa wazazi wako walichukuliaje hiyo story? My mom ni yako alive. My mama kuchukua ikiwa kitu ya kawaida juu mpaka saizi that hii kitu ime affect mama yangu sana until today. Even anaendanga hospitali mpaka wa leo. Njoo kitu aliniambia tu huyo mtu alikuja tu kumuua. Njoo alimwambia kila kitu na kama hakukuwa naanja na marriage angemwambia before. Ndio yeye hakukuwa si lazima tungeoana by the end of the day. Hiyo kitu wazazi wanja chukua ikiwa right by the way. I know. Na ainja wapata ile unaona sasa mzazi unajaribu kumrudisha lakini anaambia no even if I die today this man one day he'll come. Mali alikuja tu kuniombea harusi hapo tu ndiye atarudi kuniombea msamaha. Ni kweli. Na mimi na I can feel the pain because kumfanyisha wazazi kazi kama hiyo haikukuwa rahisi. Ni kweli. Na ni mtu hataki kusikiza best couple amembroka hataki kusikiza best couple.
you know. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe, na hata even the brother aliniambia, huyo brother yake aliniambia, unajuanga huyo kijana wetu aambiangu. Agnes, mimi huyo mtu siwezi ongea naye, juu ambiangu. Tunajuanga aambiangu. Na hata yule mzee alisimama akiwa baba yake aliniambia, huyu ni kijana tumemjua for a very long time, tumemlea huku, lakini ni kijana mwenye kumwambia ni ngumu. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe, even the family wanajua karakta yake. Wazazi hawakuchukua hiyo kitu kwa urahisi, na it is not easy. Na hata ikukuwa rahisi kwangu. Lakini God is faithful, because now I can feel a bit relieved. Yeah. Kwe hey, vitu zina happen kwa hii ulimwengu na kwa hii dunia. Guy, I'm so sorry about that. Yeah. Na kwa kupitia hiyo hayo mambo yote, to start with kitu ya kwanza tukiangalia mambo na church, hiyo church one thing ilikosea. From the very first time, because I think kama bishop ama pastor ama mchungaji mwenye uko na wafuasi wenye wako chini yako, mtu amekuletea msichana anataka kumuoa, first thing mumejuana aje? Si ndio? Wewe ulikuwa unaenda church? Yeah, mimi nilikuwa naenda church. Huyu msichana church yenye anaenda ni gani? Sijui kama alifuatilia hizo zote. Wacha niongee na pastor wake. Okay. Si ndio? Huyu msichana amekuwa aje? Si ndio? Is she a good girl? Because pastor I think ako in a position ya kuongea kuhusu mshirika wake. Huyu msichana amekuwa hivi, na kuna pastor maybe kama umekuwa ukienda hiyo church sana, hata pastor anafajua huyu alikuwa ameolewa. Si ndio? Pastor atapea huyu the whole information about you. So hakuna information yote ni tarilai na yako ama ya ujama. And then niwaambie sisi mnataka kunini kuana, mmejuana for how long? Si ndio? Unaona vitu zingine ukue kama mentor. Si ndio? Ni kweli. Uambie it's good times katai muoane, lakini marriage si kitu ya kuingia tu hivyo, si kitu ya kwenda kujaribu ama kubahatisha. Mtaweza juana kidogo hivyo, ni waangalie. Unaona? Then after that nishajua kila kitu. Just in case of anything, come and tell me, come ask me. Si mnapeangwa hiyo nini? So kama ungekuwa na kitu yote unataka kuuliza, ungeenda uulize pastor wake, nimeona hivi na hivi na hivi, unaona? But hamkupewa, sidhani mlipewa hiyo nini chance. Mimi ile kitu nilikuja kuelewa, mimi by the way nimelelewa in a Full Gospel Church, hizo kanisa za kiroho. Na going to that kanisa ya mitaratara hiyo, nimeenda from 2020. Sikukuwa kwa hiyo kanisa. Na nimekuja kuona they are the people, na si ati nawaharibia jina, they don't, kuna mambo yenye sana wafuatilie. Juu ile kitu mimi najua hakuna vile hata even the church, hiyo church yake ndio sisi yake ingekosea, hata huyu mchungaji wangu mwenye nimekuwa na yeye heshima, ina such a way wangemuuliza hata tuachane hii mambo yote. Hawakuna mahali hata waliuzisha mchungaji wangu mahali popote. Sasa unaona hapo kulikuwa na makosa. Hakuna kabisa. Walimweka aside na wakanyamazia, hiyo ni kama kitu nothing happened. Unaona, this is marriage. Na rather thing wanaipigana ni kama kitu ni kama kitu tu ya kawaida imefanyika. Yaani ni kama tulienda pale kufanyisha watu soma na tukawaondokea, you know. Lakini hawajui the impact yenye wameacha kwa mtu mwingine. Ni kama sasa wao walikuwa na, unaona ile kitu aka ni ketu. Haka ni ketu tukaprotect, haka ni ketu. Yule mwingine, huyu mkondoo ni kama mtu wa kawaida tu, let go to the street and die there. You know, yani our protect yule. Unaona kuna yule yenye, huyu ni mshirika. Unaona? Na they are there because they were shirika. Juu kama saizi ni mshirika mgani mtu akinjua vizuri sana kanisa inafanyia mshirika kitu kama hiyo, will trust the church. Juu kama saizi nimekuja kuelewa, church is the only place where there is no justice. Hata tulikuwa tunasema kotini, but a better court kuliko hata kanisa. Very true. Because mtu anasimama na mtu wake, wewe you are nobody, juu mimi ni walinichukua like I'm nobody. Juu hata kungetokea hata mchungaji fulani aniulize, Agnes, what happened? Nini ilifanyika? Lakini although wachungaji wana nguvu kwa hizo nini, kwa hiyo kanisa. Wale wakubwa wakiwa wameshikilia, hufai kuongea wewe.
Na si utoke, ni nini unafanya huko? Unafaa kukua mbali sana na unafaa utoke huko. Lakini you know these people, they are there for salary, my dear. They are there for salary. Mnalipa mwisho wa mwezi. Kwani unalipa pesa ngapi? Kwa kanisa. Unajua it is not like you and me wenye wamezoea kuhustle to get. Kuna watu they are there to be paid. So so from kitu yenye ilifail hapo ni church. Yeah, me that is what I think. Kulingana na hiyo marriage yako, church ilifail. Kabisa. Now let me tell you something. You see everything that this man was doing, si ati hao wakubwa wake hawajui. Cause huwezi sema ati hiyo ndio case walisikia kwanza wakakuwa surprised. Si umesema alikuwa na bibi yake alikufa lini? Alikuwa amekufa 2023. So most definitely usidhani ati hizi vitu zote amekuja kukuwa narcissist kwako. Labda hata yeye kuna vitu zenye alikuwa anafikia of which siwezi taka kutuongelelea hapo. But the church failed. Hapo ili fail kabisa. Ndio kuna mtu fulani aliniambia wa church mkubwa sitamtanja, aliniambia Agnes, huyu mtu hata mkiishi naye usijaribu kumzalia. Huyu hawezi kulelea mtoto. Akaniambia, ndivyo ndiye aliniambia. Akaniambia mtoto wako usikose kumfanyia ile kitu yenye anafaa kufanywa. Juu hawezi hata kusomeshea mtoto. Kwa hivyo walikuwa wanajua previous marriage yake, this man was irresponsible. Another thing, before mtu akue reverend ama deacon, mnaangalia nini kwa kanisa? Thank you. Watu umeuliza vizuri sana. This man, when you are being a reverend, kuna mpaka certificates za form 4 zenye wanaangalianga mtu akisoma. You know this man forged the papers. Actually hata kulingana na venye ana behave hizo vitu zote hata nilikuwa nikuulize. Ni mtu alikuwa amesoma kweli? Alikuwa amesoma, he forged the form 4 certificate to become a reverend. Because what I think before mtu hata akue pastor ama hata apelekwe pale mbele kwa kanisa, not even the papers. Ni mtu mnafahamu kuwe mumemobserve for like 4 years. Huyu mtu anakaanga aje, ameweza kukeep familia yake, si hizo vitu zote. Lakini I think siku hizi by the way they even charge the after money. Cause kama msee akona doki kuja tu peane kwa church, wewe unapatiwa position yenye unataka. Unaona? So the church failed. Na after that huyu jamaa kitu yenye naweza mwambia, unajua kitu moja mimi nasemanga, unaweza mock mtu yote, unaweza mock kitu yote but huwezi mock Mungu. Una get? You cannot mock God. Na above all kuna Mungu. Mimi nasemanga unaweza fanya kila kitu yote yenye unaweza taka. Hata naweza kuthreaten, nikwambie wewe nitakuua. Una get? But at the end of the day kuna mahali nafaa nijite mkutano, nijiulize, juu nimesema nitaua Agnes. Na mimi si kuna mtu mwingine ako juu yangu anaweza niua before. Una get? So ukishajua hizo vitu zote, kitu yenye unafanyanga tu ni kukua humble. Na kitu yenye nimeangalia kwa msee ni msee very illiterate. Mundu tali mwenyihia, mundu tali humble. Mtu tu anaongoja judgment ya God. Kabisa. You see? Na apart from zile vitu zote watu wanafanya, mimi naweza taka kusema tu hivi. Juu church siku hizi I think ndizo zinaficha kila kitu. Derali ugode as a Christian, demo kuli no dogamete ha. Kanitha ini ni kukura hitho maundu maria moru muno. You see? Wale watu wanafanya deals chafu wamejificha kwa church. Wale devil worshippers unasikianga wamejificha kwa church. Una get? Mapastors wenye devil worshippers wamejificha. Cause kitu moja ujue, shetani hawezi kuja hapa asimame aseme nimefungua kanisa kujeni. Atajifananisha. But hizo vitu zote watu wanafanya ni vizuri, utazifanya tu for a short time. But the time is coming. Na judgment yao haitakuwa easy. Huyo msee amefanya vitu mob sana. Na kuna mahali nimesikia ni kama unajaribu kumtetea, useme labda background yenye amepitia, labda wasichana wenye amepatana nao, labda walimuonyesha kufanya hivyo ndio nzuri. Do you know what is salvation? Yeah, I know what is salvation. What is salvation? Ni kukurwa maudini macio mothe. Una get? Watu wanaokoka wakiwa gays, wakiwa lesbians, wakiwa walevi, lakini juu umeokoka, unaacha yale mambo yote yenye ulikuwa unafanya. Na kama uliokoka kama hujaelezewa hiyo ni mbaya, kuokoka si kusema tu nimeokoka ama kwenda church. Kuokoka ni matendo. That means bado uko mbali sana na wokovu. So hakuna mahali tunaweza justify tuseme ati labda ni wasichana wenye alikuwa anapatana nao ama alikuwa
tumeona watu wengi wameokoka hata watu wenye mundu ucio ti mukure nona gukurwo ni gukurwo ndu-ini ucio urekaga ukauma mehini ukatuika kiumbe kieru unakuwa kiumbe kipya so unasikia Kikuyu nasikia kwa hivyo kama hujafanya hiyo yote you are still there you see and I'm so sorry about this and thank you so much for sharing this story cause actually wacha nikwambie marriages mobs zenye ziko kwa church na mimi nataka kuongelea stories za church juu tumeongelea nini kwa church people are suffering because sitaki kwenda kuambia pasi nitaharibu sifa church una get sitaki kwenda kuambia pasi juu bwana yangu anakuanga close sitaki kuharibu direda kudhukia identity yako kanitha-ini unapata watu wanasuffer. I know of a guy who suffered for more than 3 years in church. Bibi yake anamfanyia kila kitu. Bibi yake hata hakuji kulala kwa nyumba, lakini haezi ongea. Juu akiongea hiyo kitu itamharibia nini? Itamharibia jina church. Tena divorce is not allowed in church. You see that bullshit. So watu wanasuffer kwa marriage. Na watu wenye pia wa advice ukipata mtu anaku advice kwa marriage ukimwambia hizo vitu zote unapitia badala akupe the right decision anakuambia tu uvumilie. Utavumilia kwa marriage na unakurwa haga kuongea tu kweli. Can you do that? Yes. Another thing kanitha cia twikire ki surely unaweza sikia ati wewe ni bishop ama wewe ni pastor mtu amekuletea malalamisha kwambie bwana yangu alikuwa anafanya hivi na hivi akona wasichana hivi na hivi na hivi. What are you supposed to do? Kama hiyo ni chache ukweli. Suita hawa watu. Haya, ikarai hahathi. Wina evidence ya maundu macio mothe uraria. Imaya na maya. Bas, hold on. Wewe twamba ukurwamia kanitha. Twambe twike uchunguzi. You see? Na ti kumuigata wa muigata no aba kumurugamia. Then mundu ucio heo mundu wa kumumenta na kumuriach out kumenya atiriri kiria kiratuma wike maundu maya niki. Mbona unafanya vitu kama hizi? Maundu maya no matiagirire. Mundu ucio amukinyukithie we? No ndungituika ati riu no wareherwo case teo. Na no watigana no ndu ucio. God will judge you. Tondu tunaambiwa angwa do not point the hatuwezi wa point lakini Mungu atawajudge. So kama hatuwa point kuna mwenye atawajudge. Na judgment ya God haikuangi nini? Haikuangi rahisi hivyo venye mnafikiria. Another thing I don't think it was fair. Umepeleka malalamishi yako. And then nikuthinikania wathinikania. You see? Tondu kanitha wira wa kanitha niki? Nithiti gucokaniriria. Mutumia uyu ni arehe complaints yake. Tungimuteithia atia? Reke tu appoint nyina wa ng'ania afuatirire case hiyo. Si ndio? Unatafuta mama mmoja wa church. Mama fulani wewe ndio unafuatilia hii kesi. Thiu menye onakorwo ti bishop wa kurumirira tondu ena maundu maingi. Thiu rumirire kesi hiyo nginya umenye haria kinye. Turehe kesi hiyo haha metha-ini. Tuthikiririe. Tumenye na tuguteithia mutumia uriko. No riu ni mwathinikania mutumia uyu. Na ni mukorio muoyo wake. By the way, do you know that is the truth according to the Bible? Because I don't even go to church. You see? Yeah, I don't. Muoyo wothe wanathinikania. Wewe mutungatiri ma ni ukorio muoyo waguo. Ni ukorio muoyo wa mundu ucio. Uguo riria mundu aroka kuri we akienda solution. Ona ni mundu ndangioka kuri ni akienda solution inde muthinikanie ndimwire thie. Huku kuna kujanga watu wengi sana. Mundu agoke na mathina ngarigo ria gwika. But namwambia juu mimi sina usaidizi yako. Kuja tu kali hiyo kitu jionge tuone venye inaweza happen. No mundu ndangioka guku na ni Ngai umutumire hari we. Ucoke umwire we shoka hata siwezi kusaidia. Riu andu aria maikarire position icio cia ma bishop, ma reverend, ma diwi, I don't know whether diwi kana mumenyaga na ndirauga uguo ati to ni njui muno no kuringana na Ngai ri ite icio mugiikaririo mutuike ta atongoria kana tari ithire diwi kana mumenyaga wira wanyu ni uriku. By the way wira wanyu na ti kuhunjia andu ni mahunjiirio we ni nini ujui saizi saa mtu anaweza kuhubiria uokoke. The work is to look after you, kuangalia. Na nikio metagwo ariithi. Muriithi wa mburi ka wira wake kari uriku? Muriithi wa mburi ni kurithia mburi icio wathie ruru nacio uka make sure mburi icio ni cia huna, mburi icio ni inyuite mai, mburi icio citiraria kwene. Wona mburi ya rwara ukamitira ndagitari. That is your work. No ndungiona ati mburi wone mburi fulani ni rwarire
umedhinikania uge hiyo watu hiyo itolewe na huko iende na huko ikakufe. At that time unasikia tumekuja tumehamia kwa nyumba. Amekuja tumeenda kwa hiyo nyumba. Archdeacon ndiye anatumika kutuma watu wengine kuwaita, anawatuma kwangu wakuje. Anakuja ananiambia ni Archdeacon ametutuma tukunjie vitu zake. So painful. Watu wamefanya sarakasi mingi sana na church. Ado nimekita na sarakasi nyingi mno na kanisa. Watu wamefanya sarakasi mingi sana. But what I'll tell you. Lakini mimi kwa yote by the way niliwawekea Mungu. Nisema si hata wao wako na watoto. Very true. Wako na watoto pia. Na inasemekana itafikia mpaka uzao wa Ginyarushia Rwakana. Fourth generation. Kwa hivyo God is there. Yeah, wacha tuseme hivyo. Mswahili alisema tenda wema nenda zako. Tena mabaya nenda zako. So ile wema yoyote yenye unatenda kwa hii ulimwengu itakufuata. Mawega maria mothe wekaga hindi ria wi muhuro uyu wa riua ni magakuma thutha. Mauru maria mothe wekaga hindi ria wi muhuro uyu wa riua ni magakuma thutha. Ndikwenda kwaria muno uhoro wigie hujia kana kanitha kana ki. No ndiu ka ni uru wacuthiririo kona ringi ciana cia andu aya angi metagwa hujia na atungatiri. Ukoraga maenda hapo gutwika very bad people. Unasikia huyu ni mchungaji lakini mtoto wake ni drug addict. Huyu ni mchungaji lakini mtoto wake ni mwizi. Do you know why? Ni juu ya vitu kama hizo. Kwa sababu wewe wathinikanirie mwana wa mundu uri ungi. Hado uhote kumwaccommodate wega na wendo ukimuthinikania ugiciria cia kucigathia. Ndu tondu ni mwathinikanirie uyu uri. Ndathia kanitha thiku ici. Mundu ucio atuma ni kuri andu nginya maramena kanitha ni undu wa maundu ta macio. Ugakora mundu ucio ni ugatiriri ndigathie kanitha agikoro kanitha ni gwihana. The fact is na this is the bitter truth. Ndugakoma utacaite na ndugakoma utarihite. Aikoro ndukwirira. You see, tondu Ngai ni aritha ni arekanagira na ni ohagira. Ma agikoro ndukwirira ma ndugakoma utacaite na mehia macio to nginya makinyirire ciana ciaku makwambiriria nawe we wabe ukorwo ni maundu matahana na Ngai ndari ihenya. Ngai ndahiuhaga no the point is ndaceragirwo okaga ihinda-ini riria riagirire. He ibuku rithinie ndikane Isaia kana ni Jeremia kana ibuku ririku I can't remember. Ati we wananganaga o hindi ria unasikia Kikuyu? Yeah, nasikia. O hindi ria ugakinya ukaigananiria matuko maku wega ni warikia kwanangana riu wone ni kuhuruka ndirenda kuhuruka. We wikaga maundu moru, we wikaga mitugo teyo. Ndiramenya ni ibuku ririku riaritio horo ucio. Maundu macio moru wikaga o hindi ria ukaigwa riu riu ni ndaiganira. Ni njikite wega. Nona ndirari bishop kana ndirari archdeacon ni ndatiga ndathukuma kanitha yo wega na ni ndatigira riu mundu ungi ni nda hand over kwi mundu ungi uri ndehagira ki athi na mbere kumanyarira. O hindi ria ukaigwa ati ni waiganira riu hindi yo naguo muthiro waku Ngai niguo akambiriria bara nawe. Iyo ni Biblia. Kabaingia menya ni ibuku ririku ni ngiathoma. Ni Isaia cigana? Isaia 33 and then msome yo book niliugite uhoro ucio. Uguo ithu no twage hinya ringi wa kumuorota kana gwika maundu macio mothe no cira wanyu wiriko. Another thing watu wenye mnaenda church ama watu wenye mnaolewa na watu wa church, you have to be very careful. Wacha kuona red flag useme ati juu ni mtu wa church hawezi fanya hivyo. They are the worst people by the way. Ni watu wabaya. Kwanza mtu mwenye ameingia church ameokoka na anajua word lakini amezoea hiyo kitu. So una get? Yeah. Kumenyera. Ni ahonokire, ni ikarite kanithini ni amenyerire riu. Mundu ucio ndari undu atangika. Ona kaba mundu urahonokire ira riu ni aroke na guoya. Lakini hawa watu unaonanga wamekaa huko. Ati mtu amekwambia mimi nimekuwa nimeokoka for 20 years. Ugiona ka red flag ogothe, you have think twice. Tondu riri kuhonoka ni kuga atia? Kuhonoka ni kuga atiriri. Maundu macio mothe wandariria ma reverend ucio othe wanjira uhoro wake ri mundu muhonoku ndangika maundu macio. Ni uguo? Ndangika. Taro red flag ujire ya mbere ni alikublock. Si ndio? Ndio. For real, mbona nifanye hivyo?
thayo wa Ngai kawiko. Do you know hata ukiumeokoka kuna kitu na feeling hata kama huyu mtu amenikosea wacha tu nimwambie Agnes how dinake na ai no the moment mundu ucio koguo na kanitha-ini no kaba mundu wina guku njeke kiundu ta kiu no mundu wi kanitha-ini angeka kiundu ta kiu hiyo akiri nyamu huyo ni mtu anaweza fanya kitu mbaya sana. Sasa hiyo tumeachana na yeye kitu hiyo January February hapo aliniblock namba zangu zote. You should think about that. Uhorokio ni kuga ati kama saizi mimi sasa na kumblock one thing siwezi kumblock mimi. Imagine wewe how block juu hata ukinitext naweza opt kujibu ama kuto anagwire Agnes about her break tutikabe kwa why should you block in the first place no ni mtu mzima mwenye anajua riu ri ungikona maundu ta macio ungikona tu red flag fulani ati hihi ni kuhiko rahika kana ni kuhikio rahikio na ni mundu ureita muhonoku wona ka red flag fulani we ati kana wone mundu ni muhonoku na ni rona tu message tungi toguo rauga ta wimenyerere mundu ucio muno ucio ni mundu ungigera ngero tondu mundu wa Ngai ni utheri na thiaga na utheri kana tu mundu tatu wajiraga ati mundu arahingura group agaikara na mbeca tamaa ya mbeca as a Christian, as a good Christian, you should not have nini ndwagire gukorwo wina tamaa ya mbeca ungikorwo wina tamaa ya mbeca nduri undu utangika no wiye no urage nona uguo Ngai ni aninagira mundu tamaa Ngai ni aninagira mundu maundu maingi muno riria honoka na agakinya position ya gwitwo reverend uguo ni mundu urafatara agereire ikiro nyingi muno Ngai akamuninira tamaa ya mbeca tamaa ya hiki nginya nikio wiguaga wi kanitha no sex before marriage why Mungu amekuondolea hiyo kitu you have self control uguo twacemania nawe na ndirauga ndi reverend na nikuhikania na ndakwira to have sex that's a red flag you are not supposed to do that nona na ndirafatara na ndigwika atia ukikona maundu ta macio mothe itikagira ikorora tika kwa assume ati huyu ameniambia ameokoka they are the worst people au wenye wanafanya hizo mambo mbaya na ni kuri andu wega mahonokete na Ngai kama kura na another thing no wega andu acio gutwiragia kirira tondu tariu mundu athia guthitanga ati no wahikite niguo muhikire we no uragutara muthuri uyu no kuria haya tungikiuga no wahikite ri bishop uria wahinyitithanirio uhiki ucio ri ni thituo kiagirwo guthitangwo itiguo tondu ndwagirwo kuhinyitithania mundu wina certificate nima kana wiki hiko-ini nikio maundu macio mothe matwiragio riu agikorwo we ni wathie kuthitangwo ri mahitia ni maku kana mo uria wamunyitithanirie ni to wega gukiethaga advice kundu kumwe by the way another thing no ona korwo ndiri mukuru ri muno ri he miaka ikinyaga mundu ru kagimara maundu-ini mamwe nima etoru miaka iri uragwetera muthuri ucio nayo ri nitho ni gukorwo ugika maundu mamwe no wega gukigimara tondu tukunyiha mundu aranyiha urathi ukurite na he miaka ikinyagia ru dukoragwo wi guarantee especially utari thiini wa Ngai dukoragwo wi na guarantee guikara guku thino miaka ya 50 ni uraigwa andu ni manyitwo ni cardiac arrest ni magwa mundu ndarari handu no anyita no gikorwo wi thiini wa Ngai ri ni tukoragwo twina ki twina uma wa guikara nginya tuiganie ndikane ndirakwira wega uguo miaka ikinyaga ukona riu ni ndi muthuri ni ngurire riu reke horere ndikwenda maundu maingi ndikwenda macira ma wana to taru ucio ni cira wa wana finally riu ni kuoho kana niki twarie ma ndio kana urathitangwo wiki atia kana umurihe ndimuhe no ni kuoho 5 orokiagirirwo ru we warikie riu muthitange we guthukiria ritwa ni guthukiria ritwa na gukwistira time yes you should do that anyway no wega ukiethaga advice ya maundu mamwe na ngwicira rugano ru ri ni rwa gu create awareness to people apart from ginya we gukorwo kiiturura ri uhoneri na ni pole ni kugerera macio mothe ngupe Ngai ni agu come through tondu ndiraigua ina bata na kihiko ri Ngai ni aheanaga mundu the right person Ngai arogutumira mundu uria wagirire Mungu akutumie mtu mwenye anafaa kwa life yako ndagagitikire uthinike ringi kana ucemanie na mundu tocio ringi tondu kihiko ri apart from gukorwo ati we ni ura participate part yaku ri tondu na part ya mundu no itikaga muno ri kihiko ni Ngai uthondekaga ihiko na kihiko giothe Ngai atari ho ri ndigwiciria ni kihotaga cituraga na bara na kina kiugo Ngai no agutumire mundu mwega angikorwo wirinde agutumire mundu mwega mundu wagirire mundu mungikarania nake no na muthuri ucio tutikimuhoera uru
itiguo onake Ngai aromuririkana na amucenjie amugarure tondu ni kuri andu angi nao koraga ni marenda gutungata Ngai no mwiri naguo ni maremirwo ni gutuka miri yao ni Paulo augire mutuke miri yanyu ni maremirwo ni gutuka miri yao ona muiritu ndahota kurora na kungi tiga muiritu angiona thikati icuritio handu ni kurugama hau nginya one nuracururia no anyita Ngai aromuteithia ahote gutuka mwiri ucio wake no anyita tondu mehia mamwe ri ngihunjia hanini ona ni ri mehia mamwe ni kurirwo moragirwo tikuga ati tondu ndi muhonoku ndingitharia no tharia thaici tungithie tuhingirwo nawe haha thiku cigana ona ri ni gukora ni twagwire ki magerio-ini but as a wise person aikorwo wi muhonoku ni kuga atirira tondu twahingirwo haha na mutumia uyu tondu guku ina karumu kangire ke nyingire karia ndehingire ko wihikare naku mehia mamwe ni makurirwo ti makihonoko ati njuke hanyambie kuga liba shaka ya ndu ndicitalala gwikora ri nguire magerio-ini uguo mutungatiri wi hari ori reverend ni tukwendete muno no ni wega ukire Ngai aguteithie gutuka mwiri ucio waku wambe mwiri waku mutharabaini itiguo so thank you so much Agnes for your time for coming here na ndiye kahe maundu hihi ungikiuga ma mwisho tutanarikia alafu tumalizie issue the reason why nimeongea na Kikuyu hapa mwisho ni juu sana tunaongeleshanga wa Kikuyu but I think the best part of your show aria na Githwairi ukora he mundu kwenda guthikiriria ni athikiriria itiguo maira ciugo cia mwisho ucoke aikorwo ni ukuigua no hote kuheana namba yaku unaweza peana namba yako aikorwo hihi he undu wikaga hihi wina biashara yaku ruta kongenda kuira andu guku ni kuri ma customers maingi muno no umere agikorwo wi single and searching no iri Ngai wa gutumira mundu guku aikorwo he support urenda tuambie tu si ndio nimefurahia sana Saimo jote ya kuniita I'm feeling good to relieve myself yeah na acha tukimbilie kwa Bwana ni kweli na tutubu dhambi juu dhambi tu ndio zinaweza tutenganisha na utukufu wa Mungu ndio na mimi I don't wish the reverend maisha mabaya Mungu ambariki na ampe mtu mwingine mwenye anaweza kaa na the choice juu alisema I was not his choice na I'm trusting God to give me my choice too very true na to give me a humble man mwanaume anajua umaana wa bibi a caring man a responsible man who knows the importance of a woman okay mimi sina mambo mengi yeah asante sana utapeana namba ya simu yeah tapeana sawa okay namba yangu ni 0720 926 784 0720 926 784 okay yeah. Kuna usaidizi wote unaweza taka kutoka kwa watazamaji wetu mniombe tu thank you endelee kunitia nguvu it was not easy but it is I'm healed hakuna mtu asiseme sijapona nimepona kabisa yeah Mungu by this 1 year nimekuwa na time nzuri sana na Mungu okay I'm healed kwa hivyo si hakuna mtu atakusema ati Agnes nikienda ataenda kunitolea nini anja pona unajua kuna mtu anaweza sema Agnes anja heal bando very true she want to take time to heal no mimi sina any not even that hata umesikia siku kuwa kwa marriage 1 month hiyo si marriage ni ukweli hiyo yenye ingeni traumatize niyo tu kuingia kwa marriage nimespend nimefanya nini emotionally nini na umeinvest kila kitu yako yote emotions kila kitu feelings hiyo kitu tu ndio ilikuwa ina nini lakini sasa I'm good and I'm ready to love again yeah and to take care of my man wow thank you so much may God give you the right person amen mwenye anaweza kutekia care yani ile tu kitu unaweza taka Mungu akuprovidie amen na pia huku ujue bado ni social media just be careful of these people wengine watakusikiza tu wakuangalia hivyo jue bas sasa naenda pale nikiwa ni fisi lakini nitavalia ngozi ya kondoo size very careful size Mungu akusaidie tu sasa sijaribu kupretend sasa nimemfungua macho yote na masikio Mungu akusaidie uweze kujua the right person so thank you so much for you coming here I really appreciate that Mungu akubariki sana na unainywe ero liitoge ya murathime muno Mungu awabariki sana tunawapenda sana na kitu yenye naweza taka kusema tukimalizia ni ati kanitha imenye wira wayo wira uria yatigeirwo ni Jesu
maya mage mothe masarakasi maya mage mothe yani ile kitu Yesu aliacha juu ya church. What is church? I think the best thing that we have to do right now ni gushoka hau tumenye atiriri what is church. Kanitha ni ki? Ni ungano wa andu aria theru me thiini wa Jesu na mareka maundu maria magirire. Uguo ngikorwo we ni uga ni uthia kanitha kana we na kanitha na mutieka maundu macio, iyo ti kanitha, iyo ni biashara. Tiga iguthukiria kanitha tondu kanitha ciekuo kwina hunjiega, kwina ashirikega, kwina mabishop mega, kwina mareverend mega matari na sarakasi ta icio. Andu aria mureka uguo ri ni muhiki wa Kristo ru murahaka giko na gwiciria tondu Jesu no agoka kwirihiria ni undu wa muhiki wake. Tungithaka na muhiki wene we muhiki wene ruo oi uthake na muhiki wene we ureciria ririhiria ru rigakora rihana atia. Hakuna kitu inakuwa uchungu kama kucheza na bibi ya mtu ama kama na demu ya mtu. Leo nyinyi mrathaka na muhiki wa Kristo we hali atu arari go boy no na inyuiri ingine ni goka. Anyway mwirire andu aria mukoretwo mugika uguo tondu Ngai ni aritha na no akumuiguira tha. So God bless you so much kwa leo na tunawapenda sana. Mkuwe na time fiti. Asanteni sana. Courtesy of Tayari Lands and Housing, kabuni ira ihogekete muno na wendia wa broti kana migunda. Tuna broti njega muno turagwitira mwena wa Isinya o ndagika 55 kuma Nairobi CBD. Kundu guku ni kundu kwega muno na broti ici turakwenderia ciringi 450 wagura cash na wakigura na installment ni ciringi 500 whereby ukuigira deposit ya ciringi 150 balance uhe na mieri 6. Broti ici ni cia 50 by 100 na ciina ready title deeds. Kundu guku no urime no wake muci wa guikara na no wige mahiu. Ni kundu kwega muno andu ni makite muno makiria. Kwina motungata mothe indo ta mafegi, kwina farafara cia kuo ni njega muno, kwina mathibitari, kwina indo ciothe iria cirabatarania wigithini wa migunda. Na ni undu wohoro makiria ungenda gutukinyira no hure na beno ya thimu 0715 99 9909. Jokere ringi 0715 99 9909. Karibuni sana.